ningekuwa wapi mimi kama siyo damu yako, ningeitwa nani mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na neema na rehema tele, umejawa na neema na rehema tele. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo damu yako, ningeitwa nani mimi? Yes, Jesus, we thank you. Kama siyo worthy, Lord, you nguvu are worthy, zako, Jesus. ningeitwa nani mimi? Lord, we worship Asante you. Yesu, kama sio wewe tungeitwa We adore you, nani? Lord Almighty. Kama sio damu yako We tungeenda lift your wapi holy name mfalme? higher, We Lord. worship you, Lord. We There's magnify your nobody holy like name, you, Jesus. Jesus. We say that you are worthy, are King of glorious, Father. glory. We honor For you. there's none like you. You Receive deserve all all the the honor and the praises, O power King of this glory. morning. Oh, In my the name Father, of we are here Jesus to worship Christ. you. Lord, we We thank thank you you, Jesus. and we honor you. Kuna kama wewe Bwana. Hebu tuinue mikono yetu asubuhi ya leo tukiwa weponi mwa Bwana as we pray. Wewe Jehova Jireh. Father, Lord, in the name of Jesus Christ, we gather before your presence at this morning, oh Lord, just to hear from you. Lord Almighty, your children are here. Father, Lord, I know that hauwezi ukawakusanya watu wako bure. For I know that, Lord, you have something that you want to share with us, O King of Glory. Before them, O King of Glory, it is me. I pray that, Lord, may you use me as a vessel so that, Lord, I may speak what, Lord, you want to speak unto your people. In the few minutes that, Lord, we are listening from you, we pray that, Lord, may you speak unto our hearts in a special way. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. So tuko na furaha siku ya leo, na tunamshukuru Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zake. Yeye siku zote ni mwema na kando yake hatuna Mungu mwingine. So in the few minutes that are ahead of us, ningependa to share the word of word ili tusikie venye Mungu anataka kusema nasi asubuhi ya leo. So sitaki kupoteza muda. Kwa muda huu mfupi ningependa tufungue Biblia zetu. I want us to open our Bibles in the book of Job. Job chapter number 36. Job chapter number 36. Tutasoma some few verses na Bwana atatubariki. Na hivi ndivyo Biblia inasema mstari wa kwanza. Tena Eliu akaenda na kusema, ningoje kidogo nami nikuelezee, kwa kuwa ni kali na maneno kwa ajili ya Mungu. Mstari wa 3 Biblia inasema ya kwamba nitayaleta maarifa yangu kutoka mbali, nami nitakupa haki muumba wangu. Mstari wa 4 Biblia inasema ya kwamba kwani yakini maneno yangu si ya uongo. Aliyekamilika katika maarifa yu pamoja nawe. Mstari wa 5 Biblia inasema ya kwamba tazama, Mungu ni hodari, wala hamdharau mtu yeyote, na hawezi
katika nguvu zake, yani katika nguvu za fahamu. Nirudie mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba tazama, Mungu ni hodari, wala hamdharau mtu yeyote. Anaweza katika nguvu za fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno yanayonenwa ili yakaweze kututia nguvu na mtumishi wa kutoka kitabu hichi cha mtumishi wa Mungu Ayubu. So ukisoma kutoka mwanzo wa Job chapter 1 verse 1, Biblia inasema ya kwamba katika nchi ya Uzia alikuwa mtu mmoja, jina lake ni Ayubu. Alikuwa mkamilifu mbele za Mungu na hakutenda dhambi. So as you continue reading, Biblia inasema ya kwamba licha ya Ayubu kusimama bila kufanya dhambi ama bila kutenda dhambi yoyote, Mungu alimruhusu kujaribiwa. Mungu aliachilia shaitani ajaribu Ayubu. Alipitia mambo mengi, but tunapoendelea kusoma, Biblia inasema ya kwamba Mungu hakumwacha Ayubu akufie katika yale mateso ambayo aliyapitia. Ndio aliyapitia mambo machungu katika maisha yake, as a servant of God, kama mtu aliyekuwa anamwaminia Mungu. Hakuwa amefanya kosa, but God allowed him to be tested by the devil. Akanyanganywa watoto wake wote, whatever that he had alinyanganywa, akapaki hivyo mgonjwa, ana tumaini. So mahali ambapo nimesoma, Biblia inatuletea marafiki zake wakimuongeresha Ayubu. You know, wakati uko na shida, ndo wakati mwingine unaweza jua rafiki yako ni gani. Here Biblia inasema ya kwamba marafiki zake wengi walikuwa wanamkujia Ayubu muda baada ya muda. Many of them were discouraging him. Wanamwambia ya kwamba ni heli hata umwache Mungu. Ni heli hata bibi yake anamwambia ni heli hata umtukane Mungu ili ufe. Lakini Biblia inasema ya kwamba mahali hapa ambapo nimesoma ya kwamba rafiki yake mmoja Ayubu alikuwa anaitwa Eliu. Alimkujia ako na ushuhuda wa kumwambia ya kwamba ngawaje Mungu anaweza kuruhusu mtu apitie mambo magumu katika maisha, Mungu huyo hawezi akamwacha mtu akakufia katika mambo hayo ambayo mtu anakufia. So God delivers the afflicted ones. Unaweza kuwa unapitia mambo magumu, lakini katika hayo magumu ambayo unapitia, Mungu bado ako anakutengenezea ushuhuda wa kushuhudia baada ya kupitia hayo. So Eliu anamwambia Ayubu ya kwamba ningoje kidogo nami nikuelezee, kwa kuwa ni kali na maneno kwa ajili ya Mungu. Nitayaleta maarifa yangu kutoka mbali, nami nitampa haki muumba wangu. So anataka kumuletea maneno ama anataka kumshuhudia kuhusu yale mambo ambayo ameona. You know, when Job was being tested, Elihu na marafiki zake Ayubu wengine walikuwa wanamtazama Ayubu. Yale yote ambayo alipitia walikuwa wanamuona akiyapitia, ila hawakumuona hata siku moja akitoa imani yake ama akidivert imani yake kutoka kwa Mungu. He always trusted in the Lord. Hata kama alipitia hali ngumu, hakumwacha Mungu. So marafiki zake wanataka kumthibitishia ya kwamba katika kuangalia kwao jinsi ambavyo alikuwa anamtegemea Mungu, jinsi ambavyo alikuwa anamtazamia Mungu, ni yapi yale ambayo Mungu ameyafanya. So mstari wa 5, Eliu anamwambia Ayubu ya kwamba tazama, Mungu ni hodari, wala adharau mtu yeyote. Hana uwezo katika nguvu zake za fahamu. Bwana ana nguvu katika nguvu zake za fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno ambalo nilikuwa nataka tulishare this morning, jinsi ambavyo Eliu anamwambia Ayubu ya kwamba tazama, Mungu si kama binadamu.
gawache unapitia hali ngumu, Bwana ana nguvu, pia ana mamlaka. Hawezi akaacha, yani hawezi akamwacha yeyote ambaye anayemtumaini. Mungu hana dharau na mtu yeyote ambaye anamwamini. So as much as you trust upon the Lord, the Bible says if you trust in him, yani mtu yeyote ambaye anamwamini Mungu, mtu yeyote ambaye anamtazamia Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi akamdharau. Bwana Yesu asifiwe. As much you trust upon the Lord, Biblia imesema ya kwamba Mungu hawezi akakudharau. Watu wanaweza wakakudharau, abantu nabago kuanga, lakini Biblia imesema ya kwamba Elihu anampea ushuhuda Ayubu ya kwamba I have seen how much you have suffered, I have seen what you have gone through, but one thing that I have discovered ni ya kwamba Mungu ni hodari, wala yeye hana dharau na watu. So maisha yako, ningependa nikutie nguvu katika maisha yako ya imani, ya kwamba unaweza pitia hali ngumu, unaweza ukakuwa kama Ayubu. Mambo mengi yanaweza yakakupata katika maisha yako ya imani, ila ningependa uchitie nguvu na neno hili ya kwamba huyu ni rafiki wa Ayubu. Anampea ushuhuda, anamwambia ningoje kidogo, pia mimi nipe nafasi. Kuna mambo hapa ningependa nikuambie, kuna mambo hapa ningependa. Kumbuka hawa ni wale walikuwa kinyume na yeye, akiteseka wanaona ya kwamba amefanya dhambi, lakini wanakuja kushuhudia, wanamwambia ya kwamba Ayubu, nipe muda na mimi, kuna jambo hapa ningependa nizungumuze. Mungu katika ufahamu wake, Mungu yeye ni hodari, hawezi hakamdharau mtu yeyote. Kwa hivyo huenda mtu unaweza kudharauliwa katika hali ile ambayo unapitia. Watu wanaweza wakakucheka, watu wakaweza wakakugeuka, ila Mungu yeye ahadi zake zinapaki kuwa chinzi ambavyo alivyosinena. So Ayubu anatiwa nguvu, anaambiwa ya kwamba tazama, Mungu ni hodari, wala hamdharau yeyote, ana uwezo katika nguvu zake za fahamu. So Mungu anatufahamu vema. He knows our lives, he knows our sufferings, he knows our desires, he knows everything about our lives. So kinachohitajika ni sisi kumutumainia. Every time when we are persecuted, when we are facing challenges of every kind, tupaki tukimtazamia Mungu, yeye ambaye ako na uwezo wa kufanya yale mambo ambayo hata mtu hawezi akatufanyia. So Elihu anamthibitishia kwa maneno ambaye ameona kutoka kwa Mungu, anamwambia ndio, you have suffered, but I have seen you trusting upon the Lord, and I want to confirm to you that the Lord whom you have been trusting is mighty, and he will never despise you. So God has no capacity of despising people. When he has chosen you, he knows that he has chosen you. Kile ambacho amekuitia, anajua ya kwamba amekuita kwa makusudi fulani. So he is so faithful, anaweza akakuongoza mpaka ukafikia yale mambo ambayo amekuitia. So yeye hawezi akakuacha. In verse number 7, Elihu anamwambia Ayubu ya kwamba yeye hawaondolei macho. Let me repeat. Anasema ya kwamba yeye hawaondolei macho yake wenye haki, lakini pamoja na wafalme huwaweka katika viti vya enzi milele, nao utukuzwa. Bwana asifiwe. Anamwambia ya kwamba Mungu, yani kwa utafiti wake Elihu anataka kumkonfirmia Ayubu ya kwamba what I have come to know about the Lord ni ya kwamba yeye aondolei wenye haki macho. Bwana Yesu asifiwe. So if you are righteous one of the Lord, anytime that you are tested, haimaanisha kwamba ni Mungu amekuacha. Elihu anamwambia Ayubu ya kwamba even if you have suffered, one thing that I know ni ya kwamba Mungu yeye hawaondolei macho yake wenye haki. Lakini kuna jambo ambalo Mungu ulifanya. Wenye haki wanapodharauliwa, Mungu anawakubali, anawachukua. Macho yake huwa yanawaangazia. Anasema ya kwamba yeye chenye anafanya
ni uwainua, anawainua wenye haki, anawaketisha na wafalme. Bwana asifiwe. Na siku zote wao utukuzwa. So I want to encourage you as a child of the Lord, keep on trusting upon the Lord. Yeye akuondolei macho. Yeye hawezi kukudharau. Ayubu anaambiwa ya kwamba I have seen that the Lord hawezi akakuacha. He will never despise you. So yeye uangalia wenye haki, macho yake awaondolei, uwatia nguvu. Bwana asifiwe. Yeye uwaketisha pamoja na wafalme katika viti vya milele. So kama wewe ni mwenye haki, sometimes you are suffering, you are facing challenges. Leo tukiwa katika lesson yetu ya Sunday school tulisoma mahali ya kwamba our faith grows when we are tested. Yani wakati mwingine, wakati tunacharipiwa, wakati tuko na shida, inafanya imani yetu inaongezeka. So when we are tested, any test that comes on our way, hiyo inatufanya tunaongezeka, ama we grow in faith. So Bwana anapotuacha tunachalipiwa, wakati mwingine tuchukulie mateso yetu kama furaha, maana mateso hayo yatatufanya wakati mmoja Bwana atuinue, atuketishe katika viti vya mbele vya heshima, atuketishe pamoja na wafalme. So neno ambalo nilikuwa nalo siku ya leo ni ya kwamba Mungu yeye si kama mwanadamu, ana nafasi. Yeye hawezi chukia yeyote. Yeye ana roho ya kuchukia, bali uwakubali walioachwa, waliodharauliwa, waliodhihakiwa. Hao ndio Bwana anachichukulia, anawatengenezea nafasi mahali pazuri, anawatengenezea nafasi mahali ambapo watu waheshimiwa na watu wakubwa wako. Kwa hivyo mimi asubuhi ya leo nikimalizia, ningependa kukutia moyo ya kwamba keep on trusting upon the Lord. Bwana asifiwe. Keep on trusting upon the Lord. Even if you are struggling in life, keep on trusting upon the Lord. Yeye haondoi macho yake kwako. His eyes are on you. So Bwana atuinue. Verse number 15. Niruhusu nimalizie verse 15. Biblia inasema ya kwamba yeye humponya aliyetaabika kwa njia ya taabu yake, na kuyafunua masikio yao kwa maonevu. Bwana asifiwe. Let me read in English. It says, He delivers the afflicted by their afflictions and opens their ears by adversity. Bwana asifiwe. Elihu anaendelea kumwambia Ayubu maneno haya. Anamwambia ya kwamba Mungu pia, hata kama macho yake yako juu ya wenye haki, hata kama yeye anadharau na watu wenye haki, yeye pia umponya aliyetaabika. So kama in any way unataabika, kuna mambo yanakusumbua, kuna mambo yamekuletea shida, hauoni tumaini, hauna amani moyoni mwako, Elihu anatuambia ya kwamba Mungu yeye umponya aliyetaabika kwa njia ya taabu yake, na kufunua masikio yao kwa maonevu. So wherever you are afflicted, wakati umeonewa, Mungu huja anakufanyia mambo makubwa. Yeye anakuponya katika taabu zako, pia anakufungua masikio yako wewe ulionewa. So uko na nafasi ya kumfurahia Mungu. Bwana asifiwe. Uko na nafasi tena ya kumfurahia Mungu. Licha ya mambo mengi, licha ya mapito mazito katika maisha haya, bado uko na nafasi ya kumtumainia Mungu. Bado uko na nafasi ya kumshangilia Mungu, ya kwamba unapodharauliwa Mungu anakupenda. Unapodhihakiwa, unapotaabishwa, Bwana bado ako pamoja na wewe na anakuandalia mambo mema. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa tu nikutie moyo na maneno hayo ya kwamba tusiche tukachikatia tamaa, bali tukamtumainie Mungu aliye na uwezo. Marafiki zetu wanaotuona tukitaabika leo,
one day they will come and testify of what the Lord has done. Eliu alikuwa mmoja wa marafiki za Ayubu waliokuwa wanamukecheri katika shida zake. But here he comes on and testify, anamwambia ya kwamba sichaona Mungu akiwaacha wanaodharauliwa. Yeye Mungu si Mungu wa madharau. Bwana asifiwe. Pia kwako Mungu si Mungu wa madharau, ni Mungu wa upendo mwingi, ni Mungu wa kutuchukua wakati tumekataliwa. He takes us na anatufanyia yale mema. So ningependa nimalizie hapo, tusimame juu in 1 minute, tumshukuru Bwana, tumwambie Bwana ni asante kwa kuwa unatupenda. Wakati tunadharauliwa, Bwana hauwezi ukatudharau. Wewe ni Mungu unayetuchukua, wewe ni Mungu unayetupenda, wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Kwa dakika moja tu mwambie Bwana, nakushukuru Bwana kwa kuwa unaniwazia mema. Ni yeye peke yake ana nguvu, ni yeye peke yake ana uwezo wa kukuwazia mema. Bwana, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo Bwana tumelisoma mahali hapa siku ya leo. Mtumishi wako Eliu anamshuhudia Ayubu jinsi ambavyo amekuona. Wakati mwingine ni yeye na wenzake walikuwa wanamkatisha tamaa kwa yale ambayo alikuwa anayapitia, lakini leo Bwana anampa ushuhuda ya kwamba Mungu, wewe ni Mungu wa nguvu. Mungu, wewe si Mungu wa dharau. Wewe ni Mungu unayewapenda waliodharauliwa. Wewe ni Mungu unayewachukua waliodhihakiwa na unawapa heshima. Walioachwa Bwana, waliotelekezwa, unawaketisha katika viti vya heshima. Asubuhi ya leo Bwana, neno hili liwe letu, ya kwamba Mfalme, tunapojaribiwa, tunapopitia katika hali ngumu, tujue ya kwamba that's not our end. There is something good, God, that you are preparing for us. Lord, you cannot prepare shame for us. Lord, you cannot prepare discouragement for us. Bali Bwana, wewe unatuandalia heshima, wewe unatuandalia mahali pa juu. Jinsi ambavyo Bwana tunavyoonekana leo sio jinsi ambavyo tutakavyoonekana kesho. Wewe ni Mungu wa mipango mikubwa juu ya maisha yetu. Eliu anamwambia ya kwamba Mungu anawaondolea dharau waliodharauliwa. Bwana, pia nasi asubuhi ya leo ukatuondolee mambo yote Bwana ambayo yanatufanya tunasafa. Mawazo yetu Bwana yametaabika, mioyo yetu Bwana imepepa mizigo mizito ya yale ambayo tunayapitia. Hila neno lako Bwana asubuhi ya leo limetutia nguvu ya kwamba tukakutazamie wewe, ambaye Bwana hauwezi yaondoa macho yako kwa wenye haki. Lord, we pray that He make us, oh God, create in us heart, so King of Kings, that will pursue your righteousness. Oh King of Kings, answer that we admire and desire to walk in righteousness, so that Lord, your eyes may abide upon us in the name of Jesus. Naomba macho yako Bwana yakatazamie kila mmoja, wale wanaolia kawafute machozi, waliokataliwa Bwana ukawakubali. Najua ya kwamba kuna wengi wamenyanyasika na mambo mengi, Bwana ukawaondolee. Neno lako linasema ya kwamba njoni kwangu nyinyi nyote mliolemewa, mliotaabika na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Bwana, kupitia neno hili ya kwamba wewe si Mungu wa dharau, ukampe mtu tumaini asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ukabebe mtu mzigo katika jina la Yesu. Hata marafiki zetu waliochochea wakati tulikuwa na shida, wache Bwana wakatoe ushuhuda. Let them come, oh God, and testify that you are God who does not despise. Lakini wewe ni Mungu unayewachukua waliodhihakiwa na kukataliwa katika
katika jina la Yesu. Bwana, wafute wamama hawa machozi, waliolia, waliokataliwa wakubali katika jina la Yesu. Tufanye viumbe vipya, tukakutumainie in the name of Jesus. Lord, receive all the glory. Lord, receive all the glory. Lord, receive all the glory, for you are worthy. We trust upon your name. We trust upon your name, Lord. Katutazame na macho yako ya huruma, kwa kuwa wewe ni Mungu. Jina lako limidiwe, kwa kuwa Bwana unajua mioyo yetu. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa Bwana unajua jinsi ambavyo tunavyokutumainia. Bwana, majaribu yanapokuja yasituangushe, bali Bwana yakatuinue kwa viwango vingine, tukakutumainie zaidi. Maana katika kukutumainia Bwana kuna kuinuliwa, kuna kutiwa nguvu, kuna kufanywa wapya tena. Maana katika kukutumainia Bwana nafasi ipo ya kutuketisha pamoja na wakuu. Nafasi iko Bwana ya kutufanya pia tuheshimike. Kila mmoja aliye mahali hapa Bwana, muandalie nafasi ya kuheshimiwa, muandalie nafasi ya kuheshimiwa in the name of Jesus. Lord, we worship you. You are not a despising God. You are God who accommodates everyone. You are God who accommodates the broken-hearted in the name of Jesus. We worship you, Lord, and we honor your name. Receive all the glory, for you are holy. Receive all the glory, for you are holy. Thank you because you have enlightened our hearts. We know that you love us, O King of glory. Tunajua ya kwamba Bwana unatupenda. Jina lako liheshimiwe leo, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Hallelujah. Yeah. Ni nani kama wewe? Uinuliwe Mungu wetu leo. Ni nani kama wewe? Tunakupenda. Ni nani, nani kama wewe? Uinuliwe Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Baba, ni nani?
Amen. Tukiwa katika hiyo hali, tunamshukuru Bwana kwa sababu ameweza kutuzungumzia kupitia mtumishi wake, na pia tumepata nafasi kutumika katika madhabahu ya Mungu kwa kutoa sadaka zetu, kutoa fungu zetu, ili kwamba Bwana akaweze kuinuliwa na kutukuzwa milele. Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye uwezo na mamlaka yote, tuna kila sababu ya kukushukuru na kukuinua kwa sababu umetupa nafasi katika siku ya leo kuwa katika nyumba yako, nyumba ya ibada, nyumba mahali ambapo tunapokuja tunapata baraka zako, mahali ambapo tunapokuja tunapata kuponyaji, tunapata kuinuliwa katika tunapokuja katika nyumba yako Bwana. Wakati mioyo yetu imekuwa chini, unatuinua mahali hapa katika madhabahu haya yananena mema juu ya maisha yetu. Naomba kila mmoja ambaye amepata nafasi kusikiza neno na kisha baadaye kupata nafasi kushiriki katika ibada ya matoleo, naomba kila mmoja ukambariki kupitia kitendo hiki cha kutoa sadaka na hata Bwana kukuimbia nyimbo za sifa. Hebu na ukaweze kutusaidia na kutupa nguvu mpya ili kwamba tukaweze kujua mapenzi yako ni yapi katika maishani mwetu. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja, maana wewe ni mfalme. Tunakutegemea katika siku ya leo. Bado Bwana wewe ni baba yetu, bado wewe ni Mungu wetu, bado wewe ni mkombozi katika maishani mwetu. Na leo hii Bwana ukaweze kuzungumza na watu wako kupitia nyimbo, kupitia neno litakalo kuzungumzwa kutoka mahali hapa. Wewe unaweza kuzungumza hata kupitia kwa matangazo. Hivyo jina lako litukuzwe na libarikiwe milele yote. Tuko tayari kusikiza kutoka kwako, maana wewe ni mwema na kando yako hakuna Mungu mwingine. Haya ndio maombi yetu katika asubuhi ya leo, na kupitia kazi hii imefanyika hapa ukaweze kukemea mapooza katika familia zetu, chochote kinachotafuta maisha yetu, chochote kinachoharibu watoto wetu, chochote kinacholeta kutoelewana katika familia. Jehova Mungu, naomba kwamba kikaweze kuyeyuka, kikashindwe kwa jina la Yesu, ili kwamba neema yako ikaweze kuwa juu ya maisha yetu. Amani yako nimetamka kutoka kwa madhabahu haya, ukabariki kila moja na ukainue kila moja. Tunapoendelea na ibada zingine, neema yako itutoshe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana na Bwana watende mema. Praise and worship. Mnaweza kuchukua nafasi ili tuweze kuendelea. Bwana asifiwe. Tusimame katika uwepo wa Bwana asubuhi ya leo. Tunaenda kumwabudu Bwana asubuhi ya leo kwa wimbo ambao unasema ya kwamba mahali hapa Bwana ni pazuri mno, uwepo wako Yesu unitawale. Mahali hapa Bwana ni pazuri mno, uwepo wako Bwana unitawale. Mahali hapa Bwana
yote ni wewe. Umetuinua tulipowekwa chini Yesu. Umetuketisha na wafalme. Umefanya njia pasipokuwa na njia Yesu. Umefuta machozi watoto wako Bwana. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Nani kama wewe? Reko shakata ya baba bosaya. Shakaya. You are mighty, you are mighty, you are mighty. You are awesome, you are awesome, you are awesome. Lord, you are great this morning, oh God. There is none but you, Jehovah. There is none but you, my Father. You deserve all the glory. You deserve all the honor, God. Thank you for your grace. Thank you for your presence this morning. Thank you because you are here, God, to change our situation this morning. Thank you because you are here, God, to make a way for there it seems to be no way. Thank you, God, because you are here, my Father, to be the Father to the fatherless this morning, oh God. You are Yesu. Oh, ni wewe Yesu. Kama ni sauti yako mwambie Bwana ni wewe. Inua sauti yako mwambie Yesu ni wewe. Kama sio wewe asubuhi ya leo ni nani tena Bwana? Kama sio wewe asubuhi ya leo tena ni nani Yesu? Kama sio wewe asubuhi ya leo ni nani? Tunainua sauti zetu tukisema ni wewe. We worship you, Lord. La 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 la. We adore you. La 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 la.
sifa hizi. Nataka tuseme congregation, nataka tuimbe. Twainua mikono yetu, mwambie tukisema, inua sauti kabisa, mwambie ni mtakatifu. Twainua mikono yetu, mwambie Yesu tukisema, inua sauti kabisa kwa Bwana. Katika jina la Yesu tunainua mikono yetu kwako tukisema wewe ni mtakatifu. Asubuhi ya leo umetupa neema, ushukuriwe, upewe sifa. Tunapoendelea katika ibada zetu, neema yako ikatoshe. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Salimia mwenzako, msalimie katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. The Bible records katika kitabu cha Proverbs chapter 19 verse 20 and 21. The Bible says, listen to advice and accept instructions, and in the end you will be wise. Number 21, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So we are being told to accept, to listen to advice, and accept instructions. Then at the end, we'll be wise. Each and every one of us needs to be wise. We can only be wise ikiwa tutasikiza advice, tutasikiza instructions, then we'll be wise. That's the word of the Lord. Ningependa nilete matangazo ya siku ya leo kwa niaba ya secretary wetu. Nataka kuwakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. This is where you belong. This is your church. Karibu sana and feel in the feet of the Lord. Choir practice inaendelea on Monday, Tuesday, Thursday and on Fridays kuanzia saa 10 mpaka saa 11, 1 hour. Kwa hivyo choir members, tujipange vizuri, tufike mapema by saa 10, saa 11 uwe tumemaliza. Nimeambiwa also Martha's choir
nayo iko kuanzia kesho, mtaambiwa ni saa ngapi. So all matters are also invited to their choir practice kuanzia kesho. Jerusalem East will be on duty this week. Jerusalem East will be on duty this week. Kwa hivyo tunataka kushukuru Jordan, ndio wamekuwa on duty from Monday, wanamaliza leo jioni. Tunawashukuru sana kwa kazi ambao wamefanya. May God bless you so much kwa hiyo kazi ambao mnaendelea kufanya. Kwa hivyo Jerusalem East kuanzia kesho asubuhi will be on duty. On 14th, next Saturday, tutakuwa na mkutano wa wamama. All ladies are invited wakuje kwa mkutano wao kuanzia saa 3 asubuhi. So all ladies, zile vikundi zetu sote, nimeambiwa tufike mapema kuanzia saa 3, ikifika saa 6 tutakuwa tumemaliza. So karibu sana ladies wote. Tutakuwa na mkutano wa mama, the National Mothers Week, ambayo itaanza tarehe 16 mwezi huu on 16th, itaenda mpaka tarehe 20 hapa kanisani, na climax itakuwa on 21st June at Masagara PHE Church. Kuna wimbo ambao nafikiria tumeanza kujifundisha, ndio hiyo ambao tunakutana kesho wa mama wote, Igoro ya Makora Dorcas. Kwa hivyo wote tufike, all ladies, kwa choir practice in preparation of the climax of the National Mothers Week. Mwezi wa 8 tutakuwa na koinonia. Mwezi wa 8 tutakuwa na koinonia, tutatangaziwa tarehe, lakini vizuri tuanze kuiombea mapema. Tutakuwa na koinonia Mount Carmel. Apostles wa Mount Carmel wako wapi? Mount Carmel apostles wasimame. Mount Carmel apostles wa Mount wako leo. Lakini nimeambiwa wameanza kujipanga as a fellowship. Wao ndio watatu host. Itakuwa mwezi wa 8. Tuendelee kuombea hiyo koinonia, na tuombe sana Mungu atusaidie tupate ile usaidizi, the support we are supposed to give to our koinonia, na Mungu atatubariki wote pamoja. Kwa hivyo tuanze kuiombea mapema na tuendelee kujipanga. Wewe uombe hii koinonia ambayo iko mbele yetu. Mungu ataniguza, nitafanya nini? What will I do kwa hiyo koinonia ambayo itakuja, na tutabarikiwa wote pamoja. Kuna watoto ambao wanasumbua huko nje, badala ya kuwa kanisani unawapata wako hapo kwa magari. Wengine ukiwauliza wanakuambia nimetumwa na mami niende barabarani kununua maji, niende kununulia mtoto wetu sijui kuna vitu wanaita sijui ringos, mami amenipatia pesa ziko hapa mkononi. Nataka niulize wazazi, nani anatakiwa aende kununulia mtoto? Ni mtoto anaenda kukununulia ama wewe ndio unamnunulia? Bwana Yesu asifiwe. Wana moko ngina ni matawa Bible mbale baira wana jibesa waende kugura ringos. Let us train our children wakiwa kanisani, ile pesa unampatia ni ya sadaka. Siku moja ukimpatia aende kununua maji, aende kununua juice, yeye atajua tu akiwa kanisani pesa yote amepewa ni ya kununua nini? Yes. Ikiwa unataka kumnunulia kitu, enda wewe peke yako polepole umnunulie. Sasa ajue pesa yoyote ambayo unampatia, hiyo ni pesa ya kanisa, analeta anatoa sadaka. Secondly, hapo nje uwezi jua atakutana na nini. Hiyo ni highway, kuna magari mingi inatembea huko. Please, wazazi wetu, watoto wakiingia kwa kanisa, wacha wakae kanisani mpaka wakati tutatoka. So security wamepewa instructions. Ukituma mtoto eti anatoka nje ya barabara, ataambiwa soja mwekee hiyo pesa, amwambie rudi kanisani. Tena itakuwa tena shida kwako kuenda kwa askari kuanza kumuomba hiyo pesa. So kuanzia leo wacha watoto wakae kanisani. Ikiwa unataka kwenda kumnunulia kitu, enda wewe peke yake umnunulie, umulete, na itakuwa vizuri. Finally, tuko na sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Nyamataro tuko na sherehe kwa sababu one of our pastors ambaye ni principal wa shule
Akuna sherehe kubwa. Mungu amemsaidia, ametumikia serikali kwa hii miaka yote, kwa hivyo anaenda kuretire. Our Reverend Julius Ochengo is retiring the end of this month. Kwa hivyo ametualika kwa sherehe kubwa ambayo itakuwa tarehe 3 mwezi wa 7. Sote tumealikwa. Nataka uanze kufikiria kwa hii sherehe tutasupport Reverend wetu aje. Wewe as an individual, what will you do? Utafanya nini? Hilo ni swali nataka tujiulize wote, na baada ya ibada nataka niseme wote tupaki nyuma, tutaelekezwa na bishop wetu, tujipange vizuri vile tutafanya. Ikiwa ni wall tutafungua tuweke pesa zetu zote huko, tutakubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, our Reverend Julius Ochengo ni one of our pastors. Ni Reverend ambaye anasimama na hii kanisa kwa kila jambo. Kwa hivyo sasa imefika wakati wake, anaenda kumaliza kazi ya serikali. Hiyo ni sherehe kubwa. Sio wote wanaajiriwa na kumaliza kazi vizuri. Kuna wale wanaachia njiani, lakini Reverend wetu sana sana hii kazi ya uongozi, being a principal of a school, ni kazi ngumu, lakini Mungu amemsaidia. Is retiring at the end of this month. So ametualika wote, including you. Nikisema wote na kuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe. Kwa hivyo baada ya ibada tusikue na haraka kutoka, wazee wote, wamama wote, hata vijana wote. Tukimaliza tutakaa tu hivi tuambiane tutafanya nini. Utaleta maoni yako na mimi nitaleta, tutakuwa pamoja. Sasa ikifika tarehe 3, sherehe ikikuwa huko Nyachogo hapo Nyamache, Reverend akiangalia pande hii anaona Nyamataro. Akiangalia this side anaona nini? Anaona Nyamataro. Najua wageni wengi ambao watakuwa hapo kwa uwanja, wakimaliza wataenda kwao. Lakini Reverend watakuja na nani nyumbani? Si ni sisi? Yes. Bwana Yesu asifiwe. So baada ya ibada, bishop wetu atatuelekeza vizuri na tutapanga. Hii mpango ni yetu. May God bless you so much. Nataka nialike kwaya. Leo tutakuwa na kwaya 2 ambazo zitatuletea nyimbo. Tutaanza na Jordan, tumalize na Solomon. Tutaanza na Jordan, tumalize na Solomon. Jordan Fellowship, karibu kwa wimbo mmoja. Jordan.
Asante sana Jordan kwa wimbo mzuri. Solomon. Wazee wote mkuje mbele. Wimbo ni ule ambao tumepractice kwa wiki yote, kila mtu anajua. Oh
Asante sana. Leo tutakuwa na meza ya Bwana, Lord's Table. Kwa hivyo tuendelee kuiombea na sabiti hivyo weki vyako siombee, siangalie ikifika wakati huo tushiriki wote pamoja na Mungu atatubariki. Wakati huu ningependa nikaribishe wageni ambao wameenda Mataru siku ya kwanza, ama ulikuwa hapa ukaenda kidogo tena umerudi. Karibu sana tu Mataru PAG Church. Hili ndio kanisa lako. So wageni wetu wale ambao wamefika, karibu sana. Mahali popote mlipo, ningependa usimame usalimie kanisa. Wageni wetu tusimame wote mahali popote tulipo. Tupige wageni wetu makofi wanaposimama. Wageni tusimame, wageni tusimame, tunape hapa mbele. Wageni wengine tuwapigie makofi. Asante sana. Amen, amen, amen. Karibu sana ndugu. Isaiah, karibu sana vizuri. Mwambie karibu Mataru, unakaribishwa na CEO wetu wa kanisa letu. Karibu sana. Baada ya ibada tutajuana zaidi. Karibu sana wageni wetu. Tukae. Asante. Wanasema nyumba ambayo inatembelewa na wageni ni nyumba ambayo inabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwetu waje tukaribishe wageni ndio tupate baraka sana. Wakati ningependa tusimame wote tuimbe wimbo ambao wasee wameimba, Bwana usinipite. Wakati anabariki mwingine nasi asifanye nini? Asitupite. Tuimbe wimbo tukiongozwa na kwaya master wa wazee tukitoa sadaka. Karibu sana kwaya master. Tenda kuna kitu tuambia siku nyingine tunaendelea kukoa. Hizi kazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza tuambia. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuimba na kumtolea Mungu sadaka. Usinipite Mwokozi, usikie unapozuru wengine, usinipite Yesu, naomba unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine, usinipite. Sina ya kutegemea ila wewe tu. Uso wako uwe kwangu na kuabudu. Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine, usinipite.
Tusimame juu wote as we pray. Tuamini, tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuinua mara tena asubuhi ya leo kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana. Asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta siku ya leo. Tangu asubuhi Bwana tumeona wema wako. Kwa vipindi ambavyo Bwana vimepita tumekuona ukitutendea. Asante kwa sababu ya ibada ya kukutolea ambayo tumeifanya Bwana. Imekuwa ya baraka. Naomba ya kwamba Mungu wote walioshiriki katika ibada hii ya kukutolea ukawabariki kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Kuna wenye walikutolea wagonjwa Bwana ukawaponye. Wengine wako na mahitaji mbalimbali Bwana ukayafuatilie, ukayatimize kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Naombea Bwana wiki inapoanza ukawabariki wanao. Pia tutakapokutana mahali hapa siku nyingine Bwana tuwe na vya kukutolea. Jina lako linuliwe kwa kuwa wewe ni Mfalme. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Karibu sana praise. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Tunuke kwa miguu yetu tunapoenda kumtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumwambie ya kwamba hakuna mwingine kama yeye. Yes. Yes. Haleluya. Wapi makofi kwa Yesu? Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe, kama wewe.
katika nyumba ya Bwana. Pokea sifa e Mungu we. Pokea sifa e Mungu we. Pokea sifa Bwana e. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa Yahweh. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa Baba pokea sifa Yahweh. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa Baba. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa Bwana. Haleluya. Haleluya. Tuweke mikono yetu namna hii katika nyumba ya Bwana. Haleluya. 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 Haya, tuweke mikono yetu namna hii. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Yesu asante. Inua mikono tumwambie Yesu asante. Tuinue mikono tumwambie Bwana asante. Tumwambie tuinue mikono tumwambie Bwana atawale. Tumwambie tuinue mikono tumwambie Bwana atawale. Tumwambie Bwana, tumwambie Yahweh, tumwambie Yesu, tumwambie Baba, tumwambie Yesu, tumwambie Baba, tumwambie Yahweh, tumwambie Yesu, tumwambie Yesu, tumwambie Baba, tumwambie Yahweh, tumwambie Jehova, tumwambie Yesu, tumwambie Baba, tumwambie Yahweh, tumwambie Yesu, tumwambie Masia, tumwambie Jehova Jireh, tumwambie Jehova Lawa, tumwambie Baba, tumwambie Yesu, tumwambie Jehova, tumwambie Baba, tumwambie Yesu. Inua mikono yako mwambie Baba asante. Inua mikono yako mwambie Bwana asante. Tumwambie Yesu asante. Tumwambie yeye anatawala. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Unatosha Yesu. Inua mikono yako mwambie kwamba Bwana
Ni asante asubuhi ya leo. Ni asante mchana wa leo Bwana. Kama Mungu amekubariki na mikono, inulia Yesu mikono, mwambie kwamba Mungu, hakika asante, asante kwa yale ambao umetenda katika maisha yangu Bwana. Ninasema ni asante Yesu. Kwa yale ambao umetenda katika kanisa lako Bwana, ninasema ni asante, ni asante, ni asante. Usikimi mbele za Mungu. Ambia Yesu asante, asante Bwana. Una sababu ya kumwambia Yesu asante asubuhi ya leo Bwana. Asante Mfalme, asante Mtakatifu, asante Jehova, asante Baba yetu. Tuna sababu mbele zako ya kusema asante. Tuna sababu kuu sana ya kusema Yesu asante. Bwana asante, asante Mfalme, asante Mtakatifu, asante Baba yetu. Kama si wewe Mtakatifu, tungekuwa wapi asubuhi ya leo Bwana? Tungekuwa wapi mchana wa leo Bwana? Ndio maana tunasema asante. Ndio maana Yesu tunasema asante kwako. Hatuna mwingine Yesu wa kuambia asante ila ni wewe tu Yesu. Tumeinua mikono yetu mbele zako Bwana tukisema asante. Asante Mfalme wa wafalme kwa yale ambao umetenda makuu Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Kama hili kanisa letu Bwana umetutoa mbali Mfalme, tunasema ni asante Bwana. Asante Yesu. Amen. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Yesu. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Yesu. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Tuseme asante sana. Asante sana Yesu. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Kwa wema wako Baba. Asante sana Bwana. Asante sana. Kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Asante sana Mtakatifu. Asante sana Yesu. Asante sana Bwana. Asante sana. Muumba mbingu na nchi, uliye Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Tunakushukuru kwa sababu ya nguvu zako juu ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako makubwa katika miongoni mwetu. Asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Bwana, umetutenda mema, umetupigania, umetupa nafasi kuja katika nyumba yako Bwana ili tukutane pamoja na wewe. Naomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tusije tukatoka hapa bure. Bwana, chukua nafasi yako, usungumuze pamoja na mioyo yetu. Na mwisho wa ibada ya siku ya leo tuseme kwamba kweli Bwana ametutenda mema. Bariki wazee walio ndani ya mkutano, bariki wa mama ambao wako hapa, vijana wetu wa furana kwa wazijana, watoto walio katikati yetu. Tunaomba kwamba Bwana ukaweze kutubarikisha. Unapobariki watu katika makanisa mengine, Bwana usitupite kama Nyamataro. Neema yako iwe juu yetu Bwana, ukatubariki katika viwango vikubwa, na sifa na utukufu kurudie. Nakushukuru kwa sababu ya yote yamefanyika kutoka nyuma, na pia nakushukuru kwa sababu ya yale ambayo yamebaki. Bwana, saidi ya saa mioyo yetu iko na kiu na wewe. Tunaomba ukatusungumuzie. Tumenyenyekea, ukapate kuinuliwa juu, kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Asanteni sana timu ya praise. Mnapoendelea kumtumikia Mungu katika madhabahu haya ya Nyamataro.
abakorera omonene ase amatabau aya na nyamatara mahali kwingine Bwana atawapa neema. na ando nsi ase nyasaye arabae obuya Niko na furaha kubwa sana kusimama mbele yenu. ninde nomogoko omonene gotenena motu yaino Wageni wetu walio katikati yetu, karibu sana. abageni bari ase egati yaito mwariganiwe kegima Tunawapenda na upendo wa Bwana Yesu, ntobanchete n'obwanchani bwa nyasaye na ninaamini kwamba katika ibada yetu ya leo utabarikiwa. nande negenire ng'ase omosangererekano itorero Utatoka hapa ukisema kwamba nilienda kanisani nikiwa mnyonge, norue kanisa ago goteba ng'ana ende kanisa kinde omonyonge lakini Bwana amenipa nguvu mpya. kolende nyasaye ong'ere chinguru chinya Hapa ni mahali tunakutana pamoja na Baba. na ase tokonyorana amo na tata Tunapokutana na Baba yetu hatuwezi kurudi nyumbani tena tukiwa na mizigo mizito. ekero tokonyorana na tata ito ntokoira nanga getobwate emesigo emerito Kama umekuja hapa ukiwa mgonjwa, tarajia uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. onye gwachirega koro omorwaire semerio kobweni wakwa ase rieta ria Yesu Kristo Umekuja hapa uko na matarajio fulani katika maisha ambayo hayajatimia. gwachirega kobwata gosemeria giwe binto gete bitaraikera na sobogima Bwana anayaweza mambo yote. nyasaye gakonyara amang'ana onsi Amesaidia wengi, atakusaidia na wewe. okonyire abange nagokonya amo naye Amepigania wengi, atakupigania na wewe. orwanereire abange nakorwanereire Ameponya naye wengi, atakuponya na wewe. obwenirie abange nakobwenie naye Hawezi kukuaja uhangaike, tago gotiga ochandeke maana wewe ni mtoto wake. ase eng'encho aye n'omwana oye Mtumainie katika kila njia, mosemeria ase kera na ring'ana yeye atakutendea. nere
obuya nase omoroberio. amang'anonsi pi akoleka sobuya. Mambo Na yote yatendeke kwa wema na kwa mpangilio. But everything should be done in a fitting. So muniruhusu nimpatie nafasi akatuzungumzie. Mong'anjere mweli bagato kwanere. Sio mwingine ni Judith Talio Makarius Judy Makarius. aweze kunena pamoja nasi. Akuwa namo na intwe. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Akera Yesu chingo bya senge nchobu ya bwaye. Amen. Amina. Hebu leta hii cover ya Pastor Daudi. Tumpatie hivi. Wacha nimwombee alafu. Baba, tunakushukuru sana Tata tuwawake irembi ya kwa mwana. sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza wote. Aye Nyasaye bwe chinguru no Umekupendeza asubuhi ya leo tukaweze kuwa katika ibada hii, na ninaomba kwamba ukaweze kunena pamoja na mioyo yetu. Nande nasabire ng'okwana n'emyoyo. Jina lako litukuzwe na libarikiwe milele yote. Mtumishi wako amesimama katika madhabahu haya, kamtumikie kama jombo katika ibada ya siku ya leo, na neema yako itutoshe katika kila njia kwa kweli ni Mungu. Nikikamata kila maroho na mapepo na majini na laana za kila njia, kwa jina na damu ya Kristo Yesu kapate kushindwa. Bwana ukachukue nafasi mahali hapa na katika madhabahu haya ukajitetee, ili jina lako lipewe sifa na liabudiwe milele yote. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Amina. Mpige makofi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, church. Manene saba kwe kanisa. Kama unaniona punga Kanya mkono, kondote, sema koroko Bwana bokoi. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amina. Thank you, the pastoral team, Mbia mwana wa pastor Bonsi. Bishop and all the other pastors in the house, Bishop na pastor Bonsi ase nyumba. the leadership of the church, Oborai bwe kanisa. and the church at large. Ne kanisa yonsi. I appreciate God for the opportunity to be before you. Na akere Nyasaye mbuya mana ase nchu eli bagali ogotene na mutu ya Najaribu ino. kutafuta mahali naonekana. Naona kama Agenda ninatoshana to na hii kolia sa pulpit. kororekana. No, it's okay. Sorry. It's okay. My name, Eli etaliane. I'm Judith Makarius. Nche Judy Makarius. I'm born again. Nintoregete. I'm a daughter of this house. Nche no monyaroka bwe nyumbeye. The Lord has been good to me. Nyasaye obeire omuya asende. I don't take it for granted Kindigo to keira be bosaigo. given the opportunity to stand before you today Koe wali bagagotene na mutu to ya ino minister the lero. word of God. Na ase nchu eli ng'ana lia Nyasaye. I appreciate God, Na agokeire Nyasaye. and I pray that the Lord speaks to us. Nande nasabire ng'a Nyasaye atukuanire. Hallelujah. Amen. Are you happy? Mule no Are you mogoko. happy? Mule no mogoko. Amen. Amina. I would request that we do a one worship. Nasabire ng'a tokore ogotera gwo gosasima okomo. Sister Judy, you will assist me. Judy tokonye. I request that we just stand for like 2 Na minutes. basabire motene nasi chideka ibere. Kuna wimbo ninapenda
Dada Judy utaniimbia. ogotera nkore ng'anchete musubati ominto Judy Sisi ototererie wana wako tumekusanyika Bwana, angalia. ntu abana bao twasangererekanira omonene And as rigereria we sing that song, we Una- surrender our hearts to God buna togotera ogotera oku torwa emioyo yaito ase Yesu and pray that the Lord speaks to each one of us. naende tosabe ng'a Nyasaye tokwanere twensi Because the word of God always comes to us to assist us, to help us, ase eng'encho ring'ana ria Nyasaye to kera chinga correct kierigocha us, gotokonya gotorongeia and to make us be better people in His naende gotokora presence. toba abanto abaya ase obosi bwa So Nyasaye as we sing that song, I would want us to just surrender before God buna togotera ogotera oku eng'o nkosaba ng'a twerwa ase obosi bwa and pray that Nyasaye the Lord speaks to each one of us. naende tosabe ng'a Nyasaye akwanere kera oyo omoito Hallelujah. Let us lift our hands up to God tiga toimokia amaboko as we aito sing igoro ase that song Nyasaye together. Tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Tuko mbele zako tunakuabudu, angalia Bwana, angalia Bwana. Tuko mbele zako tunakuhitaji, angalia Bwana, angalia Bwana. Tuko mbele zako uturehemu, angalia Bwana, angalia Bwana. Tuko mbele zako utunene, angalia Bwana, angalia Bwana. Tuko mbele zako utuone, angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Bwana, angalia Bwana, angalia sema angalia, angalia Yesu, angalia, sema angalia, angalia angalia, ena na mioyo yetu, ena na maisha yetu, usituache peke yetu, sema angalia, angalia, Yesu, angalia, tuko mbele zako utukomboe, angalia Bwana, tuko mbele zako utuponye, angalia Bwana, tuko mbele zako utubariki, angalia Bwana, sema tuko mbele zako utuongoze, angalia Bwana, Yesu, tuko mbele zako utukomboe, angalia, mwambie angalia, Yesu, angalia, Asia, angalia, Jehova, angalia, nawe angalia, Ambia Mungu niko mbele yako. Niko hapa Bwana, uninenee. Ambia Mungu niko hapa Bwana, nikusikize, unisaidie. Enda mbele za Bwana dakika moja tu, ambia Bwana niko hapa mbele zako, ninaomba kwamba uninenee. Yes, Lord, we worship you. We give you praise. We exalt your holy name because you are powerful, you are holy, and you are here that we may hear your word, oh God. We worship you. We honor you. We give you praise, dear God. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Jesus. We love you, our Master. We humble before your presence that you may speak to us. We thank you, Jesus.
Let us pray. God, we honor you this morning. Tata twagosikire We mambi thank yabano you because of your word. twawakire mbi yamana senchu elingana Thank you, liao Jesus, because you have purposed that we may listen to this word. mbi yamano yese sengencho wanchire nga toigwe lingana May eli your will be done tigo gwancha kwao this gokoreke day and forever. ase litukeli na kale na We kale honor you and we bless you for the twagosikire opportunity nande to twagosinira be senchu under your elibageli feet, ase engencho yoko to baso listen to you as you speak to us as your children. gotegerera buno gotukwanira ntu abana bawo We love you, God. ntugwanchete In nyasaye Jesus' name we ase pray. lieta lya yesu twasabire Amen. amina Hallelujah. amen Hallelujah. amen As the bishop has said to us, buna bishop atotebya last Sunday I wasn't in your midst. ewiki yaetire nalenga amana I ine had traveled to Western. konya nachire western I was home. nka nalenge Yes, and the Lord is good nyasaye nomuya and he is always good. nandekera lituko garo Hallelujah. amen We are going to share the word of God from the Gogenda. book of John, chapter 5, verse 1 nkoenda tole gosanga ling'ana lya nyasaye korwa ase gitabu kia yohana isano To eight. tuchakire yemo mpaka isano It is a isato scripture that you have always heard. nekebungo okwaigurekera chingaki It has always been preached to us. lyarandigwa ase tolekera lituko But the Lord's word is always new every day. kolende ling'ana lya nyasaye igolire linyekera And my lituko prayer is that as we listen to this word and the Lord teaches us today, nande ogosaba kwane buna togotegera ling'ana eli na we nyasaye will not gotosomia miss lituko lya what the lero Lord has intended for us. ntomisi keri nyasaye ategete tonyore lituko lya lero Hallelujah. amen John chapter 5. yohana Thank you, man of isano God. Amen. That is better. You know, sometimes you refuse things and kumbe they are the better things for you. chingaki chinde okwanga ebinto kumbe nabyo ebinto ebyasole Hallelujah. Thank you. Amen. God bless you. mbiyamona nyasaye abasenia John chapter 5, I will read, then my sister will read in either Kiswahili or Ekegusi, but I prefer Ekegusi so that, yes. Let me read in English. John chapter 5, once again, verse 1, yohana isano nchakere yemo the healing at the pool. okobweniwa ase litibo So let me just read, finish, then you read. The Bible says, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Some version says porches. Here, a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool. When the water is stirred, while I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Say, ahead of me. Someone else. Verse 8. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. My sister. yohana isano nchakere yemo nyuma asaya ndi alenge lituko linene ly'abayahudi yesu agatira kogenda yerusalemu naenda alia yerusalemu asegeitagia ching'ondi ndi alengeo litibo likorokwa asekeiberania bethseda na liro lyo ndi abwate ebisoero bitano ima ase ebyo mbalenga abantu abange abarwaire bale korara emeuko ebirema na amagata baganyete amache aturubanigwe naki ekero gete omumaraika ngoika alengo asoa ase litibo liria oturubania amache nabo ere
oyo olenge gosoa ritang'ani nyuma ase amacha goturubaniwa nigo arenge kogwena oborwaire bonde bwonsi obwamonyorete narenge aroro omonto gete oyo orenge n'oborwaire bw'emiaka 33 Yesu agachia komorora oraire konya omanyire ng'a obeire eng'encheye amatuka amange akamoboria norigetie koba omogima omorwaire oria akamoiraneria omonene tindi n'omonto okombeka ase ritibo ekero amacha agoturubaniwa korende ekero ngochicha inche omonto onde asoa ritang'ani asende Yesu akamotebia tenena etweke egesero kiao ogende erio kegima omonto oria akaba omogima. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, church. Omanene Yesu abakwe kanisa. There was a man omonto narenge we have read in the Bible. Twasomera se Biblia. We do not know the name of this man. We do not know where he comes from. But one outstanding thing about this man, when we look at someone, there is something that is always outstanding. They will say she's always short. Oh, she's the tallest. That fat one. The illiterate one. The poor one. We will talk about the educated one. We will say we are talking about the one who is usually very fluent in English. We will say we are talking about the always smart one. But here, there is something outstanding about this man. What is outstanding is that this man was lying at the pool for 38 years. We are not told about the others. The only thing we hear about the other people there, it is that there were people. They were waiting for the water to be disturbed by the angel. And the sure fact about the people who are there is that some, they were invalids. They had issues. Some were paralyzed. Some were lame. Some were blind. People were incapacitated in different ways. But we are being told a man was lying there, stuck for 38 years. For 38 years, he says that he has been there, and every time he tries to get into the pool, when water is disturbed by the angel, he gets that someone else has already gone ahead of him. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amen. And that is my message today. The message of today. Are you stuck? Are you stuck? Jesus is here. Praise the Lord. That is my simplest message of today. Umekwama? Yesu yu hapa. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amen. Let us look at this man. The Bible says that this place where this man was standing is called Bethesda. When you read, we are told that Bethesda means a house of mercy. A house of mercy. Hallelujah. Amen. House of mercy. I ask myself, is it really a house of mercy when
ekero we have what we call unfair competition here. ekero tobwate okwamererani gotari okuya Because ase eng'encho I am told this man has been lying here for 38 years. natebigu ng'omonto oyo orarire ase emiaka emerongo Someone etatu came in n'etano for etatu. one day, Omonto agacha ase rituko erimo got healed and went. akabwana akagenda Another one came in, oyo onde agacha waited for 2 days, akabeera amatuko got abere his miracle and went. akanyora gakone kiaye Another akagenda one went after 1 year. oyo onde akagenda Another one went after 5 years. oyo onde akagenda But emiaka there's etano a man keyari lying here for 38 years, oyo onde oganyire ase emiaka emerongo etatu and n'etano he has etatu no one to even think about him. naende taranyora omonto And I'm okomorengereria even asking myself, naende nkebuuria even these invalids were very unfair. nonye n'abantu aba abarwaire batarenge baya Si wangemuhurumia tu. mbare komororera amabera Waseme Bwana, batebe gaki hata mimi nilikuja nilimpata. nonye ninje nachete Hata wewe nkamanyola ulikuja nonye ukampata. naye gwache Sasa tokamanyola wacha tufanye hivi. tiga tokore iga Wacha tumwachie mara hii. tiga totige motigere Mara hii maji ikitibuliwa, di engakie ya mache ga mtu kuturwaliwa asijaribu kuingia monto ndani, tatema gosoa ime kwa sababu huyu jamaa hawezi tembea, ase ng'encho monto kwa yate sababu konyara hawezi gotara jisongesha aingie ndani. ase ng'encho atanyara gwesukia Mara ase hii ime maji ikitibuliwa, bona mache ga tufanye namna hii, tokore iga tubebe huyu jamaa turushe ndani, mokio monto yo apate aende, digera abuye because nagende at least sisi tuko na tumaini. ase ng'encho ntubana tuli nogosemeria Lakini haikuwezekana. lakini tenyarekana Haikuwezekana kwa sababu gani? tenyarekana tia ase ng'encho yaki Haikuwezekana kwa sababu tenyarekana tia ase ng'encho dunia tunamoishi, eden sasa tomenyete siku moja mhubiri akahubiri hapa akasema, engakia ya mumurandi akarandi agatema dunia hii ni ngumu. ase yene nkong'u Haleluya. amen Lakini Mungu ni mwema. kolende nyasaye no muya Mnakumbuka ujumbe huo? manje monyo Dunia ni ngumu, ase yene nkong'u lakini Mungu ni mwema. kolende nyasaye no Na hivyo hivyo ndio tunaona hapa. naende nabatokorera Dunia igoga hii ni ngumu, ase yene nkong'u lakini Mungu ni mwema. kolende nyasaye no Yaani muya binadamu sisi ni wagumu. intu mwanje abantu n'abakong'u Ona jamaa amekaa miaka 38. omonto abeire ase emiaka Watu mirongo itatu wanakuja kwa n'etaano sababu etatu. binadamu sisi abantu bagocha ase ng'encho mwanje tunajitakia tu. igo tuweanchete Mimi kwanza, inche litang'ani familia yangu kwanza, enyomba yane watu litang'ani wangu kwanza. abantu bane litang'ani Haleluya. amen Praise the Lord. omanene yesu abakwa Kwa hivyo tunashuku hii jina Mercy. igo bana togotantana ne Tunashuku hii jina Bethsaida. igo togotantana ne liete libetseda Yaani Bwana. 38 years ase emiaka mirongo itatu hakuna n'etaano mtu etatu anamhurumia. onde teyoko Hakuna mtu anasema wacha tusaidie huyu. onde teyoko teba tiga Na tokonya ndio omonto sababu oyo. nimejiuliza swali na kigakogera neboririe na maswali nikawauliza swali naende mbaboririe na iswali nikasema hiyo ndio mada ya ujumbe wetu siku ya leo. Je, tumekwama? ine twakwamire Yesu yuko. yesu no Haleluya. amen Ninajua wakati tulikuwa tunaanza mwaka huu, ne manyire kara twara gochaka omwaka oyo tulipoanza Januari, ekara twachagete ninazungumza na watu ingakwana n'abantu wenye najua walikaa chini wakanakili, nimanyete abantu baikara wakasema kwamba mwaka huu oyo lazima nianze biashara. goikanchaki biashara Wakasema mwaka huu bagateba omwaka oyo lazima niishi tofauti. goikamenya entere Wakasema mwaka huu bagateba omwaka oyo lazima biashara yangu inawiri. goike biashara byana bibe Ukasema mwaka huu Mungu, bagateba omwaka oyo hata watoto wangu wamekaa nyumbani hawajapata kazi, lazima mwaka huu wapate kazi. omwaka oyo banyole Ulikaa chini ukasema Mungu, nimegonjeka sana mwaka uliopita, nachandikire mono mwaka lakini huu mwaka 2025 olende omwaka oyo sihitaji kuwa mgonjwa tena. sitageti korwara Lazima niishi mzima mzima, goikamenya lazima ni enjoy good health. goikango okera obugima Lakini tumesonga Januari, tumesonga Februari, tumefika March, tumeenda Mei, tumefika June, tunaelekea July, lakini haujaona mabadiliko. Unaona vitu ziko kama kawaida. Hallelujah. Am I speaking to someone? Je, naongea na mtu? Na unajiuliza nande ni kweburia kukwama kwa aina gani huku? ngokwama kyoko nkwamete Hii ni hali gani hii? eyenchera ki Hii ni gani hii? eyene Ni kurogwa ama ni laana? nokorogwa gose n'amaragererie
Bwana asifiwe. Manene Yesu aba. Hauko peke yako. Toli aye. Kuna mwanaume ambaye hatujui jina lake, lakini tunamtambua kwa hali yake kwamba alikwama miaka 38 pale birikani. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ninajua kwamba tumekwama ndio. Sio sisi wote. Wewe kama haujakwama, endelea tu kushukuru Mungu ninapoendelea kuhubiri. Na ukumbuke kuombea wengine ambao wamekwama. Hallelujah. Amina. Wewe kama uko sawa, endelea kushukuru Mungu ninapoendelea kuhubiri injili hii. Kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye anahitaji neno hili. Watu wamekwama kwa sababu ya sababu zingine, sababu zao wao wenyewe. Wengine wamekwama kwa sababu ya hali waliojipata ndani. Wengine wetu tumekwama kwa sababu ya tunakotoka. Wengine wetu tumekwama kwa sababu ya majina yetu. Wengine wetu tumekwama kwa sababu tumeamua kukwama. Katika Biblia tunaona watu kadha ya wakadha ambao walikwama. Ndio sababu nimekuambia kama hii ujumbe sio wako. Hata Biblia katika Biblia kuna watu shupavu ambao walikwama katika maisha yao. Kwa hivyo kama wewe haujakwama, tulia tu na katika roho yako. Tulia tu na katika roho yako. Endelea kutuombea sisi wengine. Praise the Lord Jesus. Amen. Tuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Ayubu. Je, nani hajui Ayubu? Ayubu alikuwa Mkristo kama mimi na wewe. Kwanza Ayubu alikushinda mimi na wewe katika Ukristo. Kwa sababu yeye Mungu mwenyewe akapeana ushuhuda kumuhusu. Mungu akasema hakuna kama Ayubu. Lakini Ayubu akajipata katika hali ya kukwama. Biblia inasema kwamba Ayubu akapoteza vitu vyake vyote. Ayubu alipoteza his animals. He lost his children. He lost his properties. He lost everything that he had. When you read the book of Ayub, or Job, sorry, you will realize the being stuck that I'm talking about. Job reached a level where he said, better dead. Hallelujah. Amen. He had a wife who understood how stuck he was. And the wife told him, you better abuse God and die. Because for sure, I have lived with you. I have never seen this kind of life. Sickness was on him. And all types of frustrations were surrounding Job. Are you worse than Job? I'm asking you, are you worse than Job? Wewe unalia ndio kwa sababu ulipoteza kazi. But your children are alive.
Kolenda abana ba omoyo. Your wife is there. Omokungu ono ali. Hallelujah. Amen. You still have a house. Nande nobwate nyumba. You can still walk and come to the church. Nande naboko taroche kanisa. You can smile and talk to people and say God is good. Naboko kokote yo moto. Because you still have some hope. Ese ngencho nobwato. Are you stuck like Job really? Igora tere tebuna ayubwe kane. Ebu niguzie jirani wako hapo mahali Unoyo mino kabwa sekaranse. Muulize wewe umekwama kama Ayubu. Moboli nganora tere tebuna Ayubu. Hallelujah. Muulize wewe na muuliza. Wewe umekwama kama Ayubu kweli? Nora tere tebuna Ayubu kane. Ama hiyo kukwama yako ni for example. Gosoko ora tere. Muulize hiyo kukwama yako si ni for example tu. Moboli ngokora tere kukwano. Hallelujah. Amen. Why are you giving up? Inki yako kerogo kwa moyo. Praise the Lord. Amen. We have a man I preached about last service. The other time I preached here. The man called Gideon. Gideon was hiding. Gideon was hiding. Frustrated and afraid. Gideon afraid. Gideon is one of the men in the Bible who was fearful. He became afraid. Afraid of the surrounding. Afraid of the harsh environment. Afraid of his enemies. People who will not give them a break. You know the kind of enemies who can never give you a break. They wait for you to plant and harvest. Then they come for the harvest. I'm talking about an enemy who can never let you rest. Do you know an enemy who can never give you peace? Yani, you think about him. And you think he's coming. And you feel he's there. So Gideon was that man. Gideon decided to go and hide. Hide threshing wheat. At least nibaki na aka kidogo. Hallelujah. Amen. So Gideon was a fearful man. I don't want to preach about Gideon because we preached about him here the other day, and I hope God gave you the message. But I'm talking about, are you stuck? Are you stuck in fear? What are you afraid of? Nini hiyo imekufanya haulali? Umeogopa kuhusu nini? Nini hiki kinafanya unalala saa 6 ya usiku? Ama saa 7 ama saa 9? Nini hiki kinatetemesha roho yako kila siku? Mbona hauna amani? Mbona roho yako inashinda ikichapa hivyo hivyo? Kwa nini hauwezi lala? Kwa nini hauna amani? Na wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu anakuangalia, yeye haoni mtu fearful. Juu yeye anajua yeye ni yule anayekuamua waliokwama. Anakuita a mighty man of valor. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanamke Biblia. Katika Biblia. Mwanamke anaitwa Hana. Nikikumbuka story ya Hana, wakati mwingi ninapiga magoti. Ninashukuru Mungu. Kwa sababu Hana alikuwa mpenda Mungu. Alikuwa mcha Mungu. Lakini Hana akakwama katika depression. Akakwama katika hali ya kuhuzunika. Kwa wale wasiojua Hana katika Biblia, Hana was a childless woman in the Bible. And he had a co-wife who could never give her peace. Called Penina. Hallelujah. Amen. And this lady was frustrated. Life was difficult for her. Life was difficult for her. I can imagine if this lady was coming from Western or married in Western.
Nande konkoleka liyo mukungu oyonye ngwestani anywomira sabaluya. Even here in Kisii. Nonya ni gagusi. You will not give her peace. Mwale kwa muamolembe. Si ni ukweli? Talia kene. Ati hauna mtoto. Ngatobwati mwana. And this woman would ask herself, Nando musubati oyigale kweboje. why me, Lord? Why me, Lord? Ninkigeko garancho monene. Hallelujah. Amen. And it was a difficult life for her. Nandi ko yali ngobugima I bako always mwasa. pray that the Lord answers prayers for all barren women. Nandi ko ngosabanga nyasaye That the ndiyamba sabaya Lord by bagomba his bo. mercies Nyasa sama may aberai. open their wombs Aigole chinda in chiabo. the name of Jesus. Asalietalia Yesu. Because that is a devastating state of affair. It is desperate, it is hurting. When people blame you for things you have no control over. And my prayer has always been, may the Lord remember barren women. Even in this church, I pray that the Lord God Almighty remembers every prayer for a barren woman and give them a child. Hallelujah. Amen. But when we talk about barrenness, we are not talking just about barrenness of giving birth to children. I know we are barren. There are people who are barren. They have 7 children, but they are barren. They have jobs, but they are barren. They have homes, but they are barren. They are stuck in barrenness. Barrenness is a situation where you are not productive. And most of us are barren. We do not produce. We work, but we can never see the labor of our work. Hallelujah. We do business, but we cannot see. When I ministered in Sabbatia last Sunday, after service, a lady came to me crying. She told me, my sister, I have a problem because I do business. I do business. I get money. But all the money that I get, I use it on sickness. Like I have never seen the labor of my hands. I don't see why I even work. Because every time I get any profit, it goes to hospital. And I'm feeling frustrated. And she is a serious lady in church. She is a praise and worshiper. And she told me I have started blaming God. I am getting bitter with God. And I told her, you know, God can change things. If God changed Hannah's situation from barrenness to a mother, and not just a mother, but a mother to a mighty servant of God, to a mother to a man we have heard and read about. God can change your situation. God can change your situation. So don't give up in life. Don't give up in life. Don't give up in life. It is true that you are stuck. It is true that things are not working out. It is true that people are wondering why you are working so hard. It is true people are wondering why is she waking up very early and sleeping very late. Don't give up. It is just a season. Are you stuck? Are you stuck? Jesus is here. Time does not allow me to give you so many examples of men and women who are stuck in the Bible. There are people who are stuck in sin. People who are stuck in sin. There are people stuck in depression. There are people who are stuck in poverty. Like the widow
and some oil before I die. nyuma ntarakwa. Hallelujah. Amen. Many people are stuck. Abantu abange Where are you baraterete. stuck? Ayenga yora terete. Where are you stuck? Ayenga yora Ask terete. someone, are you stuck? Boli omuntu nga nora terete. Where are you stuck? Nga yora terete. Are you stuck in sickness? Igora terete asa marwaire. Are you stuck in fear? Igora terete asa Are you stuck ubwoba. in depression? Igora terete asa Are you ebirengerero. stuck in sin? Igora terete Are you asa stuck ebibe. in poverty? Igora terete Are asa you obutaka. stuck? Igora Are you terete. stuck? Igora terete. Hallelujah. Amen. Jesus is here today Yesu no ara to give lero. us a solution. Goto ayi When chimu. Jesus saw this man, Ekero Yesu arocho mo. He asked him, akamubuulya. do you want to get well? Notegete obemo. But the man said, I have no one. N'omusajja oli akamwira nali To nga help timbwati me. muntu oyo ogonkonya. I have no one to help me. Timbwati muntu ogonkonya. That is the answer we all have today. Erina liri ikibu togoteeba kera lituko. This man had been left there for 38 years. Omuntu oli konya otigiruga He emyaka was- 35 He was feeling isolated. Iga igwete nga bwatananiru. He was feeling that there is no one to support Iga him. igwete nga muntu tayorenge komokonya. He was in a state of helplessness. Iga arenga ase onchereri omuntu aigwete nga tari gokonywa. This man was feeling abandoned. Iga omuntu oyo igwete nga otigiru bieka. This man was feeling unloved. Iga igwete nga tanchiri. This man was lonely. Iga arenge era bieka. This man was hurt. Iga omuntu oyo igwete bobe. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Imekiokoka Amen. yetu. Hallelujah. Amen. Are we like this man? Iga toli buno omuntu oyo. You know, left for 38 years and I'm just wondering. Maetekero omuntu atigire emyaka Surely. 35 Huyu alikuwa baba ya gagukumi. mtu. Oyo ntaata omwabo omuntu olenge. Alikuwa bwana ya mtu. Iga alenga omusajja bw'omuntu. Huyu jamaa alikuwa mtoto wa mtu. Omuntu oyo galenga omwana bw'omuntu. Na sasa hata hakuna mtu angejiuliza. Muntu tayole kwebuulya. Because I'm imagining he didn't bring himself here. If he Na- could not jump to the pool, Tare konyara kwere tere byekesinyu tare someone kwesaya must have selitibu. brought him here. Omuntu naromorete tega. Huyu mtu hangefikiria aseme ule jamaa Omuntu otare kolenga eria tebe ng'omuntu oria. situangalie hata ako aje, Tiga twende tumurigereri na kiare. na siwaende huko wamsaidie, wangoje tu na wakeshe na yeye. Mbale kuganya bagesa manere. It is true, this world is hard. Nekena nseye nenko. Hallelujah. So because of this frustration, Ase ngencho yo frustration yesi. this guy, as I have said, Omuntu oyo buna natebire. was feeling hurt, Iga igwete obururu. very hopeless. Atabwati ogosemeria. 38 years. Ase emyaka Really 35 abandoned. aigwete atigire ere bieka. 38 years without someone coming to say, how have you been? Omuntu emyaka 35 This omuntu man atanya was gocha feeling- gokobori nakyo igwete. This man was feeling unloved. Omuntu oyo iga igwete nga tanchiri. But when Jesus showed up, Kolende ekero Yesu achete. when Jesus Christ walked in, Ekero Yesu achete. when the Son of God came here, Ekero omwana onyasaye achete asa. when he showed up, Ekero achete. hallelujah, Amen. when Jesus came, Ekero Yesu achete. we are not told he greeted the other people. Tachieti koligeri bantu bande. We are not told he even said hi to people. Takwan We don't ndote know. ebiringa na kwane tibanta babande. We don't care. Ntokumereti ekyo. Hallelujah. Amen. What moves me? Egento kekongokya. That a man who had no one to think about, Ng'omuntu oyo tabwate muntu omulengereretie. a man who had no one to ask, can we help you? Omuntu otanyorete muntu ondo okumubori ngogokonya tuli. A man who had no one to ask him, where do you come from? Muntu otanyorete muntu ondo okumubori nga yuku seino. Hello? Someone walks right to him. Omuntu agacha lyoka And asale. the only question he asks, Nade libori lyoka do amubore. you want to get well? Notagete oba omugima. Hallelujah. Amen. And that is the same question Jesus is asking us today. Eri nali libori Yesu agotobori emambi. Do we want to be well Notagete oba omugima. from our frustrations? Korwa se bintu biri Do we byatu want to chandire. get better Ntotagete koba buja. from sin? Korwa se Do we bibe. want to be better
from our situations that have made us stuck for years. When Jesus arrives, he did not look at the qualifications of who can I talk to. Like who looks like can talk to the Son of God. Jesus did not ask who looks like can talk to the Son of God. I'm sure if it was the president, he will look for someone who is in a nice tie or in a nice suit. Huyo ndiye ataenda kuongelesha. Huyo ndiye anakaa bishop wa kanisa. Huyo ndiye anakaa kama usher. But when Jesus walks in, he goes straight to this frustrated man. And the question is, do you want to get well? That tells me how Jesus turns the name of this place to be reality. That it is a house of mercy. When Jesus walks in, he doesn't look at our qualifications, because he walks in carrying your solution. He doesn't care for how long have you been in this situation. Listen to me, child of God. When Jesus decides that it is you today, don't worry for how long you have been in that situation. Hallelujah. Amen. When Jesus comes today, and he is here today, Jesus does not care where do you come from. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus does not care how many times you have felt frustrated in this situation. He does not care how people have given up on you. Listen, man and woman of God. People have given up on you. I know. They have written you off. Unajua written off. Yani page yako kwa kitabu chao imeraruliwa. Yani wewe umekuwa absent. Though you are present. Hallelujah. Amen. When Jesus comes in, please don't worry and don't give up, because when he comes in, he is looking at the solution, not the problem. Yes, your doctors told you that this is as something that cannot be resolved. It is okay. The doctor did his job. Can you allow God to do his work? Can you give him a try today? Hallelujah. Amen. Can you give God a try today? Praise Jesus. Amen. So Jesus does not look at how we are. Let me surprise you. He does not look at how prepared you are. Yes, you have waited for 38 years mpaka umezoea. Umezoea hali hiyo. Mpaka hata unajua ile ya kumanage. I'm only managing the situation. I know that is where we are. Because we already gave up. And now we are only managing as we move near the grave. So you are not even expecting anything. Even when you came to church, you came because it is a Sunday. Praise the Lord. You have dropped your CVs, I know, severally. You have dropped your CVs in offices. And you have given up. God is telling you, when he comes, he doesn't look at how prepared you are. You don't even look prepared.
You don't look prepared to get healed. You look like you are not even prepared to get your miracle today. But that is why Jesus is here. Because he is carrying your solution with him. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Time is not on my side. I need to finish. But I want us to know that this man, after he was desperate for 38 years, when Jesus came and asked him, do you want to get well? The man said, I have no one. I have no one. He said like Gideon. My name is my clan is the smallest. And among my brothers, I am the smallest also. So it means me and this of it unaongea. Atuambatana. Hello? I want us to change our faith and our way of seeing things. And refuse the never lies of the devil. When the devil sees you frustrated, he fills your mind with things that are negative. You live with words of I will never. I will never make it. It seems I will never be successful. It appears like I will never get healed. It looks like I can never get a job with this degree. It appears that I can never have peace in my marriage. It seems like I can never get married. Hallelujah. Amen. Those are the lies of the enemy. That I am praying that as we pray today, the Lord changes of how we see things and helps us to start seeing that everything is possible with the Lord. So as we go to pray today, I want to ask us, are we like this man, frustrated and disappointed, lonely and left alone, crying where no one else can see us? Have we lacked peace? Are we paining bitterly inside us? Do things appear like they can never work? Are we stuck? Jesus Christ is here as a solution to our lives. If there is something you will not note, I know we have not written anything down. Please write this down. Are we stuck? Jesus is here. What do we do when we are stuck? Number one, don't give up. Hallelujah. Amen. Don't give up. This man would have given up on the 5th year. He would have given up on the 10th year. He kept waiting. Even the 20th year, up to the 30th year, 31st until it went to 38th year, he kept waiting. He kept trusting in God. He kept hoping that someday, somehow, I will be able to walk again. So are you stuck? Don't give up. Hallelujah. Amen. Tell your friend or neighbor, don't give up. Wait patiently for the Lord. Praise the Lord. Amen. Number 2, believe and
Believe the word of God. egena ling'ana lya nyasaye. Hallelujah. Amen. Believe the word of God. egena ling'ana lya nyasaye. Guza mtu mwambie believe the word kuno of omonto God. motebi ng'egene ling'ana lya nyasaye. Because the word of God is true. ekiagala ling'ana lya nyasaye Because the word of nekene. God is true. ekiagala ling'ana lya nyasaye What he nekene. says he will do. ekiagoteba goika What he akore. has promised he will fulfill. ekialire ira goika ikeranie. His promises are yes and amen. Oma His promises are yes chira and amen. chiaye na amina. So believe the word of God. egene ling'ana lya nyasaye. Yes, it sometimes you will doubt chinga kichinde nabo gotwara because of the ogotana. situation. esente yenchereri But ogwetera. please kolende koranche don't give up. tokwa moyo. Number 2, believe the word of God. egiakabere egena ling'ana lya nyasaye. Hallelujah. amina. Number 3, ekiagatatu stop shifting blame takonya koraumu abantu and bande quit making excuses. nande konya goteba ng'o korwa excuses. Huyu jamaa omonto oyo mwenye walikataa tusijue jina lake, oyo bangire nto omanye erieta lyaye he had all the reasons nabwate kere eng'encho to say blah blah blah. goteba eke neke neke. It is my mother. mama ominto It is our curses. ne It amaragero is lyaito sijui my sins. n'ebibe It byane is blah blah blah. neke neke neke. Of course, sometime he even said, I have no one. nani naboranya chinga kiechi banatete To timbwati help monto me. gonkonya. Like the way we say, Buna the governor togoteba. does not know me. monto ugabana tamanyeti. You know we come from the poorest family. no manyete tokorwa omochi omotaka. You know I didn't go to school. no manyete tinchieti school. You know I'm not no married. manyete no manyete tinyuomiri. You know. no manyete. Please, if we have to be unstuck, onyete ogochikoba abantu let tutaratereti. us stop shifting blame. tiga totige konya kolaumu abantu Let us bande. stop making excuses. tiga totige konya korwa eje bisingizio. When Jesus has said, carry your mat, ekero yesu agoteba ng'aimokie ebirarero byao. stand up and carry your mat. tenena imokie ekerarero kiao. Don't ask how. takobori ng'aki. Don't ask, I have never stood up. takobori ng'ana anya gotenena. Don't say, I cannot walk. tagoteba ng'ana anya gotara. Don't say, I don't know how to carry the mat. tagoteba ng'ati maeti buna nkoimokie oborere bwana. Hallelujah. Amina. Don't give excuses. takorwa ebinto byogotamera. Move on. genderera motwe. Praise the Lord Jesus. Amen. And last but not least, nekio maelio come to Jesus for rest. inchu ase yesu origero otimoke. Come to Jesus for rest. inchu ase yesu otimoke. Matthew chapter 11 verse 28. matayo 11:25 The Bible says, ebiria agoteba come to me all. inchu asende inu mwensi. Come to me all. inchu asende mwensi. Hebu tuinue vichwa. Biblia inasema hivi. toimokie ebyo metu yaito igoro. Come to me all ni inchu asende inu who mwensi. are weary bali mwarosiwe and burdened, nako mesige emerito. and I will give you rest. nande nimba ogotimoka. Do you need rest? noganeti ogotimoka. Are you burdened? nobwate mesige Are you emerito. weary? kwarosire. Are you frustrated? igo chandegete. Are you depressed? igo chandegete. Are you suffering? igo bwate mechando. Are you giving up? igo gwaisire gokwa moyo. Is the Lord too heavy for you? nyasaye gabeire omorita asore. Lord of L-O-A-D. omosigo gabeire omorita asore. Hallelujah. Amen. Is the Lord too heavy for you? omo egurube yabeire ndito. Are you so burdened? igo kwabeire nemechando Is it menge. frustrating to continue in that igo status? gwachandegire kogenderera ase enchera eyo. Come to me, inchu asende. says the Lord. nyasaye somanya All you who are weary, inu mwensi aba all you who are mwarosiwe. burdened, bali mwensi mobwate emesigo all you emerito. who are giving up, bali mwaisire gokwa moyo. and I will give you rest. nande nimba ogotimoka. Do you need rest? noganeti ogotimoka. Come to Jesus. inchu ase yesu. Do you want to be healed? otagete kobweniwa. Come to Jesus. inchu ase yesu. Are you looking for a solution? igo okorigiri Come to ichibu. Jesus. inchu ase Are you yesu. giving up? igo otagete gokwa moyo. Jesus is here for us. yesu no ara ase Let us torero. never give up. Let us never give up. titokwa moyo. Tusimame. totenene. Hallelujah. Amen. The word
of God has come to us. Ling'ana lia Nyasaye liatochire. I want to pray and believe that it is in the most simplicity that it could be. Igonta etako sabana kwegena ngelia cha sentere lia ngororo lia bwena etakocha. And I pray and hope Nare na asabire na gosemeli. that in one way or another, Nga sentere ya mogo seyende. the Lord God is going to help us Nga Nyasaye ngo endale gotokonya. to be unstuck. To ruase to kwamete. I want to pray with one person. Igonta etako sabana omonto yomo. One person Omonto yomo. who says Oyo goteba. that, yes, I have lived in a very frustrated way. Nga na amenyira sentere ancha andegete bobe. I have given up severally. Na kuro moya matuka mange. I have even thought that, like Job, Na it ande is na better when I rengere ibina die. jobu nga mbuyankwe. Unfortunately, Kolende I have never given my life to Christ. sindaru obugima bwana ase Kristo. And the Bible has told me clearly in our closing remarks, Na ande ibiri yatotebiria ase ogosieka gogukorera gwaito. come to me all. Inchu asende inwo mwensi. I want to pray with one person who wants to come to Jesus. Igonta eteko sabana omonto oyo moyo You tete have gocha never ase given Yesu. your life to Christ. Oyo tararu obugima bwa Yes, ase you have been Yesu. coming to church. Ngochole kanisa. Unatoa sadaka. Na ande nkoruole sadaka. Your name is written in the church records. Na ande lieta lia ondirikira ase You vitabu vya are a kanisa. member of a fellowship. Yes, Igoro I know. mubwatani bwe fellowship. But you have never given your life to Christ. Kolende nkwanya koruo obugima bwa ase Kristo. Do we have anyone? Ntobwatonde. Just lift your hand up Imoki okoboko kwao igoro. and say that today I am here. Na ando otebe nga lero nonda. I have never given my life to Christ. Nanya koruo obugima bwa na ase Kristo. Uko hapo? Inua Nora mkono. abu. Imoki okoboko igoro. Uko hapo haujawahi peana maisha yako Nora kwa abu Kristo. nkwanya koena n'obugima Na bwa ase unasema Kristo. ndio ninataka kuanza leo. Na ando otete goteba nga eni ntegete gochaka lero. With all eyes closed. Na maiso nsigasiekire. Mtu kama huyo kama yuko tuombe na yeye. Omonto buno uyonya karo to Inua mkono juu kabisa kama uko. Imoki okoboko kwao Juu igoro kabisa. kabisa nyakoro. Hallelujah. Thank you my sister. Mbiya mano musubati ominto. Thank you my sister. She's Mbiya there. mano musubati ominto. And another one there. Na ando oyo ndegalia. I want to request you to come here. Na basabire moje motwa. Just come, don't fear. Kora anje njuti bwo. Kuja tu, Mama Dorka Nyamari, saidia huyo mwanadada akuje mbele tafadhali. Ni nchumo tukora anje. That is the one voice that God was telling me, someone will say, I want to give my life to Christ. Omonto taita goteba ngante kete kurubo gima bwana ase Yesu. Thank you, Jesus. Mbiya mono Nyasaye. Kama kuna mwingine yuko, Na ando nyonde usiogope, hii ni yako wewe na Mungu. To basa kuwa bwana If you are there and you want to give your life to Christ, Onya just kora come. ali na ando gotaita kurubo gima bwa ase It Kristo. starts in such simplicity Na bego chaka ororo igo. and things change Na ande binto bya onchoreria. and life change. Na ando bogima bwa onchoreria. Hallelujah. Amina. Praise and worship. Hallelujah. Wengine tukiendelea kuomba, Na bande gatogenderete gusaba just speak to God. kwana no monene. Tell God anything Tebi Nyasaye kende about yonse. today's message. Igoro yelingana lya lero. Ambia Mungu chochote. Tebi Nyasaye kende Mwambie niko yonse. hapa. Motebi nonda. Nilikuwa give up but today I am Kwenye here. nakura moyo kulende lero nonda. Hallelujah. Amen. Ambia Mungu niko hapa. Tebi Nyasaye nga nonda. Leo nimeamua Lero na anachire. kwamba sitajiachilia tena. Na tingwe tiga igo naende. Sitaenda katika hali ngumu tena. Tingko enda ase chinjera chiyobo kongu naende. I will keep hoping. Ningendere kosemeria. I will keep waiting. Ningendere ko I will not give up. Tingo kwa moyo. Ambia Mungu, I will not give up. Tebi Nyasaye nga tingo kwa Yes, moyo. the situations around me are telling me to give up. Mangana ngetana ine ga kon tebi kwa moyo. I will not give up. Tingo kwa moyo. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. We worship you, God. We give you praise. Thank you. Wakuheshimiwa ni
souls that have come to Christ. Amen. In 2 minutes, you are there. Hiyo najua hiyo si ya kubembeleza kuja Mungu anakupenda. Uko pale and you appear, you are saying yes. This message was mine. Yes, I have been stuck. But today, I have listened to this word. And Jesus is here to help me out. Stand here, we pray together. Hallelujah. Sister Judith continues to sing. Stand here, we pray very fast as I finish up. Oh, thank you, Jesus. Please come. You are there, just come. Just come, we pray together. Thank you, Jesus. Yes.
zake Bwana kirabosio bwa Nyasaye kwa jina la Yesu Kristo. aseli etali ya Yesu Kristo. Tukime mbele zake Mungu mwenye nguvu zote, Tukirabosio bwa Nyasaye omanyanguru anenaye pamoja na watu wake. eyo gukwanamo n'abantu baye. Tunapokwama katika maisha haya, ekera twakwamira sobogema, tuna mtetezi wetu nigo tubwata umurwaniriro ito ambaye hawezi akatuacha kamwe. oyo tanyare gototiga. Wakati umezaulika mbele za macho ya wanadamu, ekera kwebirwe asama isa mwanya bantu, Yesu akamwona yule mtu pale Yesu Bethsaida. akamarromontolia. Na katika mjana wa leo, Nasumuga solero waja Bwana akuone, tiga Nyasaye akorore, aone vile umekwama, arore buna wakwamire, aone vile ndoa yako imekwama, arore buna enyuomo yawe yakwamire, iko hali ya kukatika. igerange gochiko butoka. Bwana akuone, Nyasaye tiga akorore, aone watoto wako, tigarora abana bawo, aone maisha yetu ya kiroho, tigarora obogema bwaitu bwaboke moika. mahali tumekwama akatukwamue, Ase twakwamira tukwamure, mahali tumezaulika tukumbuke, ase twebirwe atoinyore, mahali tumekuwa wagonjwa akatuponye, ase twabeire abarwaire atogwenie. maana yuko hapa Ekiagera noara katika madhabahu anapatikana. asa madhabahu no agotoka, Katika nyumba hii kuna uwepo wa Mungu. ase nyombe yo banene bwa Nyasaye mboro. Bwana anaweza mambo yote. Nyasaye ukonyara manganonsi, Bwana ako na uwezo kukuinua mara nyingine Nyasaye tena, nabwo atokonyara gukoimuka na katika indegoro. jina la Yesu Kristo. Aseli tara Yesu Kristo. Baba, nakushukuru sana Tata na wakere mbuya mono, kwa sababu wewe ni Mungu unenaye na watu wako, asenge njaye Nyasaye gukwana na bantu bawo, na kabisa umenena kwa sauti yako. nobo maene wakwanira aseli ogiri yawo, Umemtumikia mtumishi wako katika madhabahu haya, kwa mutumikiro musombo asa madhabahu aya, Sister Judy Makarius, Sbatio Minto Jude Makarius, kwa viwango vikubwa. ase birenge binene, Naomba kwamba neno hili na sabirenga ringaneli, likakutane pamoja na maisha yetu, inyare kumera na magimaito, likaweze kutuinua Bwana, inyare gotoimokere ligoro mahali hata Nyasaye, tulikuwa tumekwama kiroho, ase konya twakwamire boke moika, tukasimame mara nyingine. totenene na inde, Mahali tulikuwa tumekwama kimaombi, ase konya twakwamira masawa, tukaweze kusimama tena. tonyare gotenena na Mahali inde, upendo ulikuwa umepungua, asobwanchani konya bwakende, tukaweze kuwa na upendo mara tonyare nyingine, gotwaro bwanchani na inde, katika jina la Yesu wa Nazareti. aseli tara Yesu Hata Nazareti, kama hatuna watu, nonye ntubwate abantu, Bwana Yesu yuko hapa. Yesu noara, Hata kama hatuna watu nonye bantu mbayo, ambao wanaweza kutuzungumza, abo baranyare gokwana, wewe uko hapa kututetea, ayegora goturwanira, katika jina la Yesu wa Nazareti. aseli tara Yesu Nazareti, Asante kwa wema wako. embuya muna sobuya Toka bwawo, ndani ya kanisa hili, mwe kanise, kuza mtu katika mjana wa leo, kuno muntu mugasolero, asipaki pale kwenye alikuwa amekwama, atigara se konya bali kwamire, akasimame na asonge mbele, otenene na intwe na asivunjike inde, moyo, kwa kuwa wewe Bwana yupo. takwa moye kiagera noro, Ili jina lako lipewe sifa eliye tari ya uliye na gwabanene, liabudiwe milele yote. nali tokigwe kare na Asante kare, kwa wema wako buya muna sobuya bwawo, Baba, tunakushukuru tata twakere mbuya mono, Baba, tunakuinua. twakwimokere ligoro, Umetuona, watororire, umetuzungumzia, watukwaneire, umetuonya kupitia neno hili, watukure umeturekebisha Jehova, watoronge Nyasaye, umetuokoa mioyo yetu watoririe mioyo yaitu, kutoka kwa vilindi vya giza, korwa sekeri make kwa mosunte, jina la Yesu Kristo. zesere tara Yesu Kristo, Tusimamishe Jehova, dotene ni Nyasaye, kama vile Bethsaida kuna Bethsaida, inamaanisha nyumba ya huruma, eminete nyumba ya mabera, nyumba ya huruma, enyumba ya mabera, lakini bado kulikuwa na watu ndani lakini abantu mbarengo hawakupata zile huruma, batanyoreta mabera, hawakuonyesha huruma kwa wengine. batorogeta mabera sabande, Nyumba ilikuwa ni ya huruma, enyumba yarenge ya mabera, lakini huruma haikuwa ndani lakini ya mabera kwa akabwa wale waliokuwa ndani, abali barenge ime, mpaka Yesu alipokuja kuingia, paka Yesu ekerache ndiyo tegosoa, mabadiliko yakaonekana, nalyo gonchora likwabera, huruma ikapatikana ndani ya amabera nyumba. agatoka Bwana, sema, tunaomba utukumbuke, tata tuasabiro huruma ipatikane katika kanisa hili, amabera toka se ipatikane kanise, katika familia zetu, etoka se chinga ipatikane chiko, mahali tunafanya kazi, etoka se toko kore kila mebo, kitu kiwekwe mahali pake, kerege ntoke be kwa saye, katika jina la Yesu Kristo, aseri tara Yesu ili Kristo, sifa na utukufu zikurudie. eliyo banene no konya Asante kwa wema wako. imbuya muna sobuya bwawo, Bariki mnenaji huyu, seseni omurandi oyo, mpe mengi tena,
kwa ajili ya kazi yako. Inua wengine miongoni wetu watakaopata nafasi, Bwana, neno lako kulingana na vile unavyohitaji. Wakubwa kwa wadogo wabariki. Tunapoingia katika sehemu nyingine, tukimalizia, tunaomba neema yako itutoshe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Rudini na Bwana akutende mema kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ya barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Sister Judith Macarius. Sister Judith Macarius. Bwana akupe neema nyingi. Nyasaye akowa ncheruo konge. Na aendelee kukutumikia mahali ambapo anahitaji ukatumike. Na ndage aendelee kugutumika asaga netia gutumike. Ni wangapi wamebarikiwa katika ibada ya leo? Barenga basese ni wasomo sangerekano leo. Bwana awabariki sana. Nyasaye tiga basese ni mono. Amen. Amen. Kwa sababu ya muda asenge ncho yebiro, na nasikia kuna nguvu za Mungu ndani ya nyumba. Gona igunga chinguru cha Nyasaye nchiraiga. Tunataka tuweze kwenda kuingia katika sehemu ya kumalizia. Tutagete gosoa sense meri yo gukorera. Na hii itakuwa ni sehemu ya mesa ya Bwana. Na yigera bensemo ya mesa yo monene. Bwana ametuita, ametubariki, ametuleta katika nyumba yake. Yesao turangeiri otoseseni otoretira se nyumba yae. Meunganishwa pamoja na Mungu. Twabwatani wamo na Nyasaye. Umesamehewa dhambi zako. Twakwabeirwe bibebi yao. Umepatishwa ndani ya maji mengi. Kwabatiswa sama cha mange. Wewe ni mshirika wa kanisa hili. Aje no mubwatani we kanisa. Unashiriki katika mesa ya Bwana. Nabere buya osange mesa yo monene. Labda ulikuwa haushiriki katika mesa ya Bwana. Ande konye toliko sange mesa yo monene. Una sababu zako mwenyewe. No bwatechi sababu cha obuko. Nimekuwa nikitangaza mara kwa mara. Na abere nkoralia igakira chinga. Ni vizuri kushiriki mesa ya Bwana. Imbu yago sange mesa yo monene. Maana mesa ya Bwana sio kitu tu hivyo. Ikiagere mesa yo monene taligendo kiabota mbega. Tunaposhiriki mesa ya Bwana, kerogo sange mesa yo monene. kuna mambo mengine tunayapata. Amangana nare tokonyora. Kwa sababu hauwezi kuyapata kwa mahubiri. Asengencho nabora abeto yanyora samara. Lakini mpaka ushiriki katika mesa ya Bwana. Lakini naboko yanyora kera gwasangire mesa ndio uweze kupata mambo hayo. Onyare konyora manganaji. Kwa hivyo tunapojipanga kuenda kuingia katika mesa ya Bwana, asige kera toku yarige nigosoa mesa ya Bwana. Na labda ulikuja kama umejelewa. Ande wacha konyorire. Au kwa umetoa sadaka. Kwenye turarwe sadaka. Tunaweza wanapoendelea kuimba, tunapoendelea kujipanga. Kerabako na gotera toko na kuyarigania. Nafikiri unaweza kupata nafasi nzuri ukamtumikie Mungu katika madhabahu haya. Nige netenga naboko nyora libaga o korerenya sasa madhabahu haya. Kwa kutoa sadaka zako pamoja na fungu. Asokure sadaka nensemo na sadaka zingine na utabarikiwa. Nechi sadaka chinde. So praise and worship mtaweka wimbo wale tunasaidiana pamoja na wao mnapokuja mbele. Praise and worship eko gotera bali toko konya na inchubosio. Kwa jina la Yesu. Asere tara Yesu. Amen. Amen. Inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena utakaso inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, oh inanena mema. Kuimba hivyo tuwe watulivu, tusitoke tafadhali. Wale wa kutoka ninawaomba muwe watulivu, maana hatuchukui muda. Kwa muda mfupi tuonyeshe heshima katika mesa ya Bwana na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Inataka
nataka tuweze kuenda kusoma neno, alafu nitanawa mikono. Biblia inasema hivi katika kitabu cha John chapter number 6. Kuna mistari nataka nisome hapo, mistari ya waja nianzie katika mstari wa 52. Nianzie mstari wa 53. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 na mstari wake mdogo wa 53. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink the blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Verse 56. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verse 57. As the living Father hath sent me, and they shall live by me. Verse 58. This is that blood which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this blood shall live forever. Amen. Baba, nakushukuru kwa sababu ya andiko hili. Wewe mwenyewe ndio umesema kwamba yeyote ambaye hali mwili wako na damu yako hana uzima. Tunaomba Bwana utusaidie tugundue siri hii, tuanze kushiriki na kula mwili wako pamoja na damu yako, ili tukaweze kuwa na uzima katika maisha yetu ya kiroho na hata katika maisha haya. Naomba kwamba ukabariki kila mmoja, ukabariki wale ambao tunasaidiana pamoja na wao tunaposhiriki katika ibada hii maalumu ambayo Bwana ulianziza wewe mwenyewe, ukasema kwamba fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka. Ukaweze kuchukua nafasi tunaposhiriki kupitia ibada hii ya damu pamoja na mwili wako, wengi tukapate nguvu mpya, wengi tukapate msamaha wa dhambi, wengi tukaweze kuponywa magonjwa yetu yote, wengi tukapate nguvu mpya kusimama katika kazi yako, wengi tukaweze kuchochewa na kusonga mbele, maana tumepata nguvu kutoka kwako. Mungu, bariki kila mmoja, inua kila mmoja, hawa ambao tunasaidiana pamoja na wao wabariki Bwana. Sisi ni wenye dhambi tu, tusaidie, tusamee makosa yetu mahali tumekosea Bwana, ukatusamee. Tunaposhiriki meza hii Bwana, isiwe lawama kwetu, lakini ikaweze kuwa baraka. Isababishe baraka katika familia zetu, isababishe baraka katika maisha yetu, na Bwana tukafurahie hata katika kanisa letu, tukisema kwamba kweli Yesu ni Bwana na ametutenda mema. Inua na kubariki kila mmoja wetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. So damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya ukombozi, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya ukombozi.
faida za kushiriki katika meza ya Bwana wanapoendelea kujiandaa pale. Meza ya Bwana, unaposhiriki meza ya Bwana iko na uwezo kukuponya magonjwa yale ambayo hayana tiba. Unaposhiriki meza ya Bwana, it heals incurable diseases. Unaposhiriki katika meza ya Bwana, unaweza kupata kwamba umeweza kuponywa magonjwa yale ambayo umepita katika kila hospitali na hukuweza kupata au kupata tiba. Unaweza ghafla unaweza kupata kwamba umeponywa na Bwana unaposhiriki meza ya Bwana. It is a coverage for divine protection. Tunaposhiriki katika meza ya Bwana inaleta ulinzi wa kiungu katika maisha yetu. Kwa hivyo tunalindwa, tunasingiliwa na nguvu za kiungu ambazo labda kama kuna vitu vinatutafuta, lakini kwa sababu tumeshiriki katika meza ya Bwana inaleta divine protection. It gives life. That is according to John chapter number 6 verse 53. Yesu alisema kwamba wale ambao wanaoshiriki katika meza ya Bwana wako na uzima. Njia nyingine ni kwamba you will dwell in God. Unaposhiriki katika meza ya Bwana itakufanya uweze kuishi ndani yake, kama vile nilisoma katika kile kitabu cha John chapter number 6 and verse 57. Unaposhiriki meza ya Bwana unakaa ndani yake, ama unakaa ndani ya Mungu, na katika kule kukaa ndani ya Mungu unajifunza ya Mungu. Ukikosa kushiriki meza ya Bwana, hivyo inamaanisha kwamba uko ndani ama uko nje ya Kristo, na sio vizuri kukaa nje ya Kristo. Kaeni ndani ya Kristo. It opens closed doors, inafungua milango iliyofungika. It brings revival to an individual and the body of Christ at large. Inasababisha uvivio katika mtu mmoja na pia kama kanisa kwa jumla. So tunaposhiriki zote katika meza ya Bwana inafanya tunaendelea kuwa na uvuvio na moyo wa upendo, moyo wa kumshukuru Mungu, moyo ule ambao unatufanya tunasonga mbele kama kanisa. So kuna mambo mengi ambayo ningeweza kusema. It gives tunaposhiriki katika meza ya Bwana tunapata nguvu katika imani yetu. Tunaposhiriki it strengthens our faith. Inafanya imani yetu inakuwa na nguvu, na it brings forgiveness of sins. Unaposhiriki katika meza ya Bwana inakufanya ama inafanya msamaha unapatikana katika maisha yako pamoja na Mungu na hata na wengine pia. So kwa hayo mengi na majaje, ningependa tukaweze kwenda kushiriki moja kwa moja. Usiwe na sababu ya kusema kwamba hautaki kushiriki, maana Biblia inasema kwamba tunaweza kujioji sisi wenyewe. Kama kuna makosa umefanya, Bwana atakusamehe na uweze kushiriki. Na kama ni mambo ambayo ni magumu, pia ni vizuri uweze kukutana pamoja na wachungaji wakupe mwelekeo, alafu baadaye tutakuombea uanze kushiriki katika meza ya Bwana katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Tunapoanza kuingia katika ibada yenyewe ya kushiriki katika damu yako pamoja na mwili wako, uweze kutusaidia. Tufunike na damu ya Kristo kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Biblia inasema kwamba katika usiku ule Bwana Yesu akachukua mkate, akauvunja, kisha akamshukuru Mungu na akapeana kwa wanafunzi wake, akawaambia kwamba kuleni, maana huu ni mwili wangu ambao umepondwa kwa ajili yenu. Baba, katika jina la Yesu, wewe uliye mwema na mwenye nguvu na mwenye mamlaka, wewe utupendaye Jehova Mungu, mpaka ukamtoa mwanawe wa pekee akafa kwa ajili yetu. Yesu, unasema kwamba yule ambaye hawezi kushiriki katika damu yako ama hawezi kushiriki katika mwili wako, ambaye hata kula mwili wako hana uzima. Tuomba tupate kibali tunaposhiriki, Jehova, tukaweze kuwa na uzima, na zile faida zote zinaambatana pamoja na kushiriki katika mwili wako Bwana, sikatufuate hata sasa hivi, kila mmoja akaweze kubarikiwa. Tumeomba msamaha, ukatusamehe kwa kuwa wewe ni Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Ya ukombozi, damu
Biblia inasema kwamba vivyo hivyo akachukua kikombe na akamshukuru Mungu, akaweza kupeana kwa wanafunzi wake, akasema kwamba kunyweni, maana hii ni damu yangu ya agano jipya ambayo ya kuleta msamaha wa dhambi, katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya kazi ya damu yako katika maishani mwetu. Kama sio damu yako Bwana, hatungekuwa tumekubarika majoni pako, lakini kwa sababu uliweza kumwaga damu yako msalabani, imeleta msamaha wa dhambi na imekuwa ni kiunganisho kati yetu pamoja na wewe. Tuko na huru kuja mbele zako kupitia kwa damu ya mwana kondoo. Na hivyo tunaposhiriki katika damu hii pamoja na mwili wako ambaye ni mkate ambao tumeweza kutumia tayari, wale ambao wako hapa mbele, naomba kwamba ukatubariki, ukatupe nguvu mpya kupitia ushirika huu. Damu yako ikanene mema juu ya maisha yetu kuliko damu ya Abeli. Mahali ambapo laana zinatuandama, damu yako ikavunja vunje, maana ni agano jipya. Msamaha wa dhambi upatikane kwa wengi, Bwana, ili kwamba tukubalike majoni pako. Kama kuna uhusiano wetu umekuwa mbaya katikati yetu pamoja na wewe, tunaomba kwamba kupitia ushirika huu tukaweze kurejea mara nyingine katika nyumba ya Baba kwa nguvu na uwezo wako, maana ni mfalme. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Yesu
Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye msaada wangu wa karibu, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye kando yangu Yesu, Amen. Bwana asifiwe. Ninaamini kila mmoja ameweza kupokea kikombe pamoja na mkate ambaye ni mwili wa Kristo. Kama ulikuwa unatumai kupata lakini ukapitwa, unaweza inua mkono wako juu. Wapendwa hawa waje moja kwa moja mahali ulipo wakushughulikie. Ni kama wote wamepata. Bwana akubariki sana kwa kukubali kushiriki meza ya Bwana na kwa mtulivu katika ibada. Ningependa tuweze kuomba, alafu tumalize ibada yetu ya meza ya Bwana, ndio ikaweza kuwa vizuri. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni baba yetu na Mungu mwenye upendo mwingi, unayetupa nafasi kushiriki katika damu pamoja na mwili wako. Naomba Bwana, kwa vile tumeshiriki, ukatusaidie mabadiliko yaonekane kupitia ushirika huu. Jehova Mungu, ukatupe nguvu mahali ambapo tulikuwa tumeregea kama wanadamu, kwa sababu mwili wetu umeunganika pamoja na mwili wako. Waja mabadiliko yawepo katika jina la Yesu Kristo. Ukabariki wamama, ubariki wazee, bariki vijana wetu, wavulana kwa wasichana, na hata watoto walio katikati yetu, tunawaombea wabariki. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote. Tuomba kwamba vile ulivyosema kwamba fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka. Bwana, tumekumbuka upendo wako juu yetu kwa ajili ya kumwaga damu yako. Asante kwa yote na vyote. Tumeomba msamaha wa dhambi. Tumeomba Bwana ukatuinue, ukatuponye na ukaweze kuleta ulinzi wako juu ya maisha yetu. Tunapotembea hapa na pale, tukishughulika katika maisha haya, kuna mambo ambayo ibilisi anaweza kupanga kinyume na maisha yetu, maajali barabarani, Mungu wa majeshi, mikosi ya kila njia. Tunaomba kupitia ushirika wa leo ukaondoe kila vizuizi, uondoe kila mikosi na baraa, uondoe kila nguvu zote za ajali barabarani. Jehova Mungu, ajali za moto na mambo mengine yale ambayo yanaweza kuadhiri maisha yetu, tuomba uchukue njia yako kwa ajili ya kututenda mema. Kama kanisa Raja Mataru kutoka madhabahu haya, tunasema kwamba Bwana utukuzwe milele na uabudiwe milele, kwa kuwa ni baba yetu nasi tukiwa watoto wako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tukiwa tumekimia hivyo kwa dakika 5 tu. Dakika 5 ninaomba tu. Naomba dakika 5. Tulisema kwamba tupaki nyuma, lakini nimeonelea hivi wakati nimefanya kujaribu kufanya consultation, ni vizuri tuko na wiki 2 tufike siku ya sherehe ya mtumishi wa Mungu, na hivyo nimeonelea tufanye hivi. Nimeonelea ni vizuri kwa dakika 5 tu. Dakika 5 tupreach kile utapata kwa ajili ya kazi ya mtumishi wa Mungu ama retirement yake. Na hii
ni ile kitu tunaweka kwa baasa. Kuna vile tunaweza kujipanga kupata ekeegwa zawadi nyingine, lakini hii tuna brechi hapa ni ile tutaweka kwa baasa, tumpatie siku ile, tumwambie mtumishi wa Mungu kwa sababu unaenda nyumbani na bo pocket money yako borake ebe seyo ogendo chikunya kugura no nyanege tamtamu gogo etegere obuye bwa Nyasaye bororokane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaomba deacon, sio kama tunaweza kupata secretaries wawili nani Joshua ako hapa anakuanga secretary wetu, lakini ni kama ako busy kidogo. Waja secretary wa wazee ndugu yetu Fred akasimame pamoja na nani yule huku Apostle Monica, tafadhali ninakuomba uchukue karamu. Nani tena mwingine? Tunataka tuwe watatu itakuwa vizuri. So tuna bridge, alafu WhatsApp itatengenezwa mahali tunaruhusa hiyo vitu na updates zinafanyika hapo na mambo yatakuwa vizuri. Kwa hivyo kwa vile nimeona Secretary Fred amesimama tayari, nataka aanze pamoja na mimi. Fred, niandikie hapo shilingi 5,000. Amen. Unasema tu, sijui kama anapita hapo pole unamwambia ama. Ebu pita tu hivyo. Unapita diko ninaye kwa soiro ombi jamono. Lika abunende kwa likege ntoke jie tororo. Lika yega ngo sabatori Nyasaye gokonya. Andika kitu. Like bite. Bwana asifiwe. Ngobaleta nando magani amakwani atunapoendelea. Ebu madam njoo. 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 Huyu ni madam ameshiriki pamoja nasi hapa, lakini ninafikiri hajawahi kupata nafasi atusalimie mbele. Anasomeza daraja 2 na alitoka Makueni ama? Alitoka Makueni akakuja transfer hapa, lakini no mugusiale igolende mo basa kama tenga wako hitu. Hebu tusalimie madam. Ni Madam Penina. Madam Penina. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Bishop kwa nafasi ya leo. Mimi naitwa Penina Kerubo, Seitonya Mache. Na kodire gasiboka mage miaka 8, lakini Nyasaye akorogwancha kwa enga nyole transfer gocha goso midaraja 2 primary. Na botocha kwenda gushirikiamo na inu. Mwangareganirie. Yamon. Gotoke fellowship ya Jerusalem East. Na agotoka igotogwetinga buyakona kitiri bwangoje Jerusalem East. Bwana asifiwe. Ndabwate madam mwende kwa somi daraja 2 ya. Daraja 2 primary. Ndabwate tuko na mwalimu anafundisha daraja 2. Daraja 2 secondary, pia tuko na daraja 2 primary. So Mungu awabariki sana. Karibu Madam Penina. Bwana akutende mema. Ngori usadio mkutana atarari kagenda gosoka. Ngakio tarari kagenda na nengo sokore. Halo. Tafadhali ninakuomba tu uandike hata kama ni kidogo. Kile uko nacho ndio unaandika. Lakini vizuri tuone vijiti hapa kama mori tege tabangi nege. Bwana wabariki sana. Kora nyola na kwa kaira akanju 500. Gaki 500 abugo 200 tindi kokwana. 200 ndakwana woji wiki bosi. Mungu awabariki sana. Hebu toa. Tunamalizia na nimesikia wazee watakutana tarehe 14 masaa ya saa 8 pale Gozen. Wazee ndio tutakutana. Kwa hivyo